lile jiwe lilivyowekwa pale Maka, dunia nzima ya Waislamu inasali kugeukia lile jiwe. Okay. Sawa, na kufanya ibada. Utaona pale watu wanapambana kulibusu. Yaani kwamba mtu akienda Maka asipogusa lile jiwe ama kulibusu, ibada yake inakuwa kama haijafikia katika namna ya kipekee. Sasa katika ibada hiyo huwezi kuikuta katika Taurati na manabii. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Mwalimu Jeff Masawe kwa ajili ya kufanya tena kipindi. Na kipindi cha leo kinasema kwamba Mtume Muhammad alipingana na Torati na manabii. Yaani utume wa Mtume Muhammad, yale mafundisho yake yanapingana na Torati na manabii. Kwa hiyo karibu sana mwalimu, tuweze kufanya hiki kipindi ambacho nafikiri kitasaidia sana katika uelewa wa hizi dini zetu, katika hizi dini zetu linganishi, na elimu ya watu wanaoipata wataelewa zaidi wakitaka kujua kuhusiana na Mtume Muhammad, na kama ambavyo Wakristo huwa mnaona kama yupo tofauti na mitume wengine ambao walitangulia kabla yake. Asante sana. Bwana simulizi, kwanza niwasalimie wasikilizaji. Shalom, shalom. Yes. Shalom, karibu sana mwalimu. Tuanze moja kwa moja kuhusiana na hoja ambayo umeiweka mezani, na nafikiri ni hoja wa Kristo kwamba Mtume Muhammad anapingana na Torati na manabii ambao tayari walikuwa wameshatangulia. Karibu sana, twende moja kwa moja. Asante sana. Nafikiri nitakuwa na pointi kama 4 au 5. Sawa. Ambazo zitakuwa zinabainisha kuhusiana na hilo jambo kwamba Mtume Muhammad alipingana na Torati na manabii. Naongeza kidogo. Sawa. Na Injili ya Kristo. Sawa. Na Injili ya nani? Ya Kristo. Sababu manabii wote waliweza kupatana. Okay. Kasoro tu Muhammad ambaye anaitwa nabii. Okay. Katika Qur'ani. Sawa. Wakristo hatumkubali Muhammad kama mtume Mwenyezi Mungu. Okay. Hatumkubali. Okay. Hatumkubali. Sawa. Ila kwa sababu kuna kundi kubwa linamkubali, watu kama bilioni 1.8. Ndio. Yaani bilioni 1 na milioni 800 wanamkubali Mtume Muhammad au Muhammad kama mtume Mwenyezi Mungu ama nabii wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Sasa na kumkubali huko wa kuishia hapo, wanasema Muhammad ametabiriwa katika Biblia. Okay. Nafikiri somo pia tutakuja kulizungumzia. Je, ni kweli Muhammad ametabiriwa katika maandiko matakatifu ya Biblia? Sawa. Tuko pamoja mpaka hapo Tupo pamoja. Sasa kwa Qur'ani yenyewe inashuhudia katika Qur'ani 5 kuanzia ule mstari ule wa, hebu kwanza soma mstari wa 43. Qur'ani 5:43. Inashuhudia kwamba Muhammad anashuhudia kwamba ufunuo ambao ako nao unasadikisha Taurati na manabii na Injili. Sawa. Sawa, 43 anasema na huwaje wakufanye wewe hakimu, nao wanayo Torati yenye hukumu za Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya hayo wanageuka, na hao si wenye kuamini. Hakika sisi tuliteremsha. Ina maana kwamba Muhammad anafanywa kuwa hakimu. Wayahudi, ni story ya Wayahudi na Muhammad. Okay. Ila wao wana nini? Wana Torati. Wana Taurati. Okay. Kwa hiyo wakati Muhammad yuko, ndio Torati ilikuwepo. Ndio. Na hapa naambiwa na Allah kwamba wanakufanya kuwa hakimu huku wao na nini? Wana Taurati. Okay. Kwa maana watu wa Taurati walipaswa kuhukumu kwa nini? Kwa Taurati. Si kwa Qur'ani. Okay. Ingawa leo wenzetu wanasema kwamba imetoa mikono na wana hoja zao za msingi ambao wako nazo. Ila wakati wa Muhammad Taurati ilikuwepo. Sawa. Sasa hebu soma mstari wa 46 hapo. Hapa niende 46. 46. Anasema mstari wa 46. Na tukawafuatishia hao Isa bin Maryam kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Torati. Ndiyo. Na tukampa Injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru na inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Torati na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu. Asante. Kwa maana Isa kwa mujibu wa Qur'ani ambao wanamdai ni Yesu, alipewa Injili ambayo inasadikisha nini? Torati. Umesoma mpaka aya ngapi hapo? 46. Ndio kusoma mstari wa 47 anasema na wahukumu watu wa Injili kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Ndio. Na wasio hukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio wapotofu. Tuko pamoja mpaka hapo? Okay. Na sisi watu wa Injili tumeambiwa tuhukumu kwa yale ambayo tumeshushiwa kwenye Injili ama kwenye Torati, kwa wengine Torati. Tuko pamoja mpaka hapo tuyahukumu. Sasa leo kupitia aya hizo Muhammad anasema kwamba hakupaswa kufanywa hakimu kwa Wayahudi. Ndio. Kwa sababu wana Taurati ambayo inatakiwa ihukumu. Sawa.
na Isa ambao wanadai ni Yesu, ingawa mimi siamini. Ndiyo. Katika hotuba ambayo nimetoa ya awali kabla ya hii. Sawa. Anasema kwamba naye alipewa injili ambayo inasadikisha yaliyo nini? Yaliyopita. Sawa sawa. Sasa hapa hapo hebu mstari wa 48 hapa hapo katika hiyo Qur'ani 48 anasema na tumekuteremshia wewe kwa haki kitabu hichi kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika vitabu na kuyalinda. Tuko pamoja hapo na Muhammad pia kapewa. Ndio. Kapewa mafunuo ambayo yanasadikisha yaliyopita, si ndio? Namna Taurati na manabii. Waislamu wanaamini katika wana ufunuo minne. Okay. Ambao ni Taurati, Zaburi na Injili na Furukani ambayo ni Qur'ani. Okay. Sawa? Ndio. Kwa maana kwamba katika hizo aya ambazo tumesoma, Injili inasadikisha Taurati na Qur'ani inasadikisha nini? Yaliyopita. Okay. Yaani Taurati na Injili. Okay. Tunakubaliana msikilizaji? Sawa. Sasa nataka tujenge hoja katika hilo. Ndiyo. Sasa tuhukumu, kwa sema kwamba tuhukumu baina yetu na wao. Ndiyo. Kwa maana tuchukue Qur'ani ambayo tuchukue sasa tuende katika Taurati. Ndiyo. Na naposema Taurati kwa mjibu wa Wayahudi. Ndiyo. Ni vitabu 5. Okay. Ambayo kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, ndiyo, kitabu cha Walawi, kitabu cha Hesabu na Kumbukumbu la Taurati. Okay. Ingawa hapo kuna hoja inajengwa kwamba hakuna Taurati bali kuna kumbukumbu la nini? La Taurati. Maana ya Taurati ni sheria. Okay. Kwa sababu kumbukumbu la Taurati maana yake ni sheria, ni kumbukumbu la sheria. Neno kumbukumbu la Taurati limetafsiriwa katika English about Deuteronomy. Okay. Nikasema kwamba Deuterocanon. Okay. Kwamba kanuni ya pili ama sheria ya pili ama rudio la sheria. Sheria ipi? Okay. Wakiwa pale Sinai, ndiyo, wakati wanatoka Misri. Okay. Wakafika Sinai. Kutoka sura 20 kuanzia sura 19, 20, 21 na kuendelea. Hapo Mungu alishuka akawafundisha amri ngapi? 10. Kazi amri 10 zikazaa hukumu na maagizo. Okay. Kwamba fanyeni hivi na hivi na hivi na hivi, lakini mlengo ulikuwa ni zile amri ngapi? 10. Kwa hiyo amri 10 ni mother law. Okay. Ni sheria mama ambazo zinazaa msingi mzima. Kwa hiyo katika kitabu cha Deuteronomy, yani sheria, Deuta maana yake ni 2. Okay. Onomi au kanon ni sheria kwa mujibu wa Kigiriki. Okay. Sasa hapa kwa Kiswahili tukaita kumbukumbu la nini? La Taurati tafasiri. Okay. Tutakubaliana vizuri Ndiyo. Sasa tunaingia tunachimba usomi sasa. Sawa. Kwa maana sheria ni Musa wakati amezeeka, anawaaga, ndio akasimama mlimani akawa sana wasemea na wakumbushia sheria nani? Ya Mungu pale Sinai. Kwa Bwana alitoka Sinai. Kwa hiyo akawakumbushia kwamba Mungu alisema kuna amri 10. Ndiyo. Na maagizo ya chakula mara katika sura ya 14 kitabu kile cha kumbukumbu la Taurati, na Walawi 11 ni inarudia. Okay. Kwa maana kitabu cha kumbukumbu si kumbukumbu kwa maana sheria imepotea kama wanavyojenga hoja Waislamu. Ama ilipitwa ikachomwa kama wanavyojenga hoja afu ikaje ikakumbushiwa. Hapana. Maana yake ni marudio. Musa anawakumbushia sheria za Mungu. Okay. Sababu kwa kizazi cha miaka ishapita miaka 40. Kizazi kingine kimeshafanyaje? Kimeangamia jangwani kwa sababu ya dhambi zao. Kwa kizazi kipya kinakumbushiwa sheria. Sasa hapo Muhammad anawaambia hivi, wanakufanya hakimu huku Taurati wako na. Sasa wale wanaojenga hoja kwamba Taurati ilisharibiwa huko nyuma. Sasa tunajenga hoja sana sisi hapo kwamba hiyo Taurati ambayo Muhammad ambao walikuwa nayo Wayahudi wakati huo ilikuwa ni ipi? Okay. Sasa hapa kapo. Sasa katika hiyo sasa tunaambiwa kwamba tuhukumu katika hiyo. Ingawa tayari Qur'ani imesifia kwamba Wakristo wana mafunuo ambayo yanasadikisha nini? Taurati na nini? Na manabii. Sawa. Tuko pamoja mpaka hapo? Na ni kweli. Hebu nipe kitabu kile cha Luka sura ya 16. Luka sura ya 16. Mstari ule wa 17. Sawa. Mstari wa 17 anasema, nasemaje? Lakini ni rahisi zaidi mbingu na nchi vitoweke kuliko itanguke nukta moja ya Torati. Kuliko itoke nukta moja nini? Ya Torati. Kwa maana Kristo hakuja kutengua nini? Torati. Amekuja kutimiliza ile 5:17. Hebu nisomee Mathayo 5:17. Anasema 5:17. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Bali kufanyaje? Kutimiliza. Kuna maana Yesu alikuja kutimiliza. Kwa anakuja sababu Musa alinena habari za nani? Za Kristo. Ndiyo. Kwa Yesu ukisoma ile Yohana 5:46 na 47, Musa alinena habari zangu. Kwa Yesu amekuja kutimiliza zile habari ambazo amezungumziwa yeye na ile
na kuleta ufafanuzi mpana wa kisheria. Ndio maana maandiko yanasema mlisikia kwamba imeandikwa msizini. Ndiyo. Lakini mtu akimtamani mwanamke okay, asante. Mtu akimtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha zini. Je, sheria imevunjwa ama imeuishwa? Tuseme imetimilizwa. Imetimilizwa. Imepewa uhai zaidi na nguvu yake zaidi. Ndiyo. Sasa baada ya kusema hayo simulizi, tujenge hoja. Sawa. Tumesema kwamba kichwa kinasema Muhammad amepingana Taurati na manabii na Injili. Ingawa kwenye ufunuo wake katika 5:48 Allah anasema kwamba amempa ufunuo ambao unasadikisha yaliyo nini? Yaliyopita. Okay. Sasa nataka tuangalie, je, kweli yamesadikisha? Sasa kuna hoja nimezijenga hapa, ziko kama 4-5. Sawa. Muhammad alipinga amri 10 za Mungu. Okay. Alipinga amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu. Okay. Kwa nini nasema hivyo? Kwenye amri 10 za Mungu, amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga kwa mfano wa kitu chochote kilicho juu wapi? Mbinguni ama duniani ama majini chini ya dunia. Usivitumikie wala kuvisujudia, kwa maana mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Sawa? Na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 wanichukiao, nami na wale maelfu wanipendao na kushika amri zangu. Hiyo ni amri ya pili katika Kutoka 20 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 17. Sawa. Amri ya 3 sawa inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Maana Bwana Mungu hata kuhesabia kuwa hauna hatia mtu yote atajie jina lake bure. Amri ya 4 yasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, ufanye mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Sasa mpaka hapo siku hiyo usifanye kazi wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako, wala punda wako pia imewekwa pale, wala mnyama wako wa kufuga. Maana kwa siku 6 Bwana Mungu alizifanya mbingu na nchi, na siku ya 7 akastarehe. Kwa hiyo Bwana Mungu akaibariki siku ya 7 na kuitakasa. Mstari wa 11. 5, amri ya 5, uheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi ya kupewa Bwana Mungu wako. 6, usiue. 7, usizini. 8, usimshuhudie jirani yako uongo. 9, usitamani mali ya jirani yako. Sawa? 10, hebu tusome hiyo mstari wa 17. 16 na 17. Kutoka 20. Mstari wa 16 unasema wa 16, usimshuhudie jirani yako uongo. Hiyo ni amri ya 8. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Amri ya 8 ni usiibe zamani. Okay, sawa. Usiibe. Amri ya 9, usishuhudie jirani yako uongo. Amri ya ngapi msema hapo? Tumetoka usiue, usiibe. Tumekuja usizini, tukaja usiibe. Usiibe ni amri ya 8. Sisi tunasemaga ya 7. Ya 8 sisi tukachanganya hapo. Uongo. Alafu ya 9 tunasema usitamani mke wako. Ya Roma. Sawa. Ya 9 ndio inasemaje? Usimshuhudie jirani yako uongo. Na ya 10, usitamani. Sawa? Ndio. Mke wa jirani yako, mjakazi wake, mtumwa wake, wala chochote alichonacho nani? Jirani yako. Mimi kidogo sisi tukachanganya kidogo hapo. Nilikuwa nimeruka amri moja nikaichanganya kidogo. Sawa. Sasa hizo amri ukiona unaweza kusema Muhammad amepingana nazo zipi? Okay. Sawa? Ndio. Muhammad amepingana amri ya 2 na amri ya 4. Sawa. Amri ya 2 na amri ya 4, ingawa pia na amri ya 8. Okay. Sawa? Sawa. Ambayo inasema usimshuhudie jirani yako. No, amri ya 9 inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Sawa. Sasa katika amri ya kwanza, amri ya 2, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Hiyo amri ni pana sana. Sasa mpaka hapo ni amri
pana sana. Sasa hebu nenda katika kitabu kile cha Walawi 26 mstari wa kwanza, nikuonyeshe imevunjwaje hiyo amri. Walawi 26 mstari wa kwanza. Sawa. Anasema mstari wa kwanza, Walawi 26, msifanye sanamu yoyote wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga wala mnala wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo katika hiyo amri Mungu anaipanua sasa maelezo yake, maagizo. Ndiyo. Usifanye sanamu ya nini? Ya kuchonga. Ndiyo. Wala usiweke jiwe. Ndiyo. Wala mnala katika nchi yenu ili mlisujudie. Sasa hapo hiyo ni amri ya ngapi? Ya pili. Sasa inafafanuliwa zaidi. Sawa. Kwa ile sanamu chochote kile usikipe heshima ya ibada. Sawa. Sawa? Ama usiweke jiwe kama sehemu ya ibada. Ndiyo. Katika namna fulani hiyo. Sasa katika kitabu hiki hichi kinaitwa Bulugh al-Maram. Okay. Bulugh al-Maram. Sasa naomba unisomee ukurasa huu wa 218. 281 na 282. Hii unasoma, unatoka huku kwenda huku. Sawa sawa kama Qur'an. Soma hiyo. Kitabu kinaitwa Tafsiri ya Bulugh al-Marani. Marani. Min Jamii Adratlani. Kitabu kigumu. Sawa. Mambo utayaweza wewe. Anasema tafsiri ya Bulugh al-Maram. Sawa, anasema ukurasa wa 281. Nazia hapa 612. Soma. Abdullah bin Abbas amesimulia Mtume alikuwa akilibusu jiwe leusi na akisujudu juu yake. Tukapo hapo. Ndiyo. Alikuwa akilibusu jiwe jeusi na leusi na akisujudu juu yake. Na kule katika 26:1 hiyo Biblia, hebu tuisome tena. Afu turejea hapo. Sawa. Mstari wa kwanza anasema, msifanye sanamu yoyote wala msijisimamishie sanamu ya kuchonga wala mnala wala msiweke jiwe lolote lililochorwa katika nchi yenu ili kulisujudia. Sasa mpaka hapo Sasa Mtume Muhammad alikuwa analibusu nini? Jiwe. Why ulibusu jiwe? Na kwanza hapa amevunja amri. Okay. Usiweke jiwe lolote. Ndiyo. Kwa mnaziri wa ibada. Okay. Au mnajiri wa ibada. Sawa? Sasa Muhammad ameenda beyond, ameweka jiwe alafu akawa analibusu na akisujudu juu yake. Au tutoe hii ya kusema ameliweka yeye, kwa sababu hiyo ya kuiweka yeye haijaandikwa, ila kwamba akilibusu jiwe leusi na akisujudu juu yake. Kuna hizi hadithi utaona bayana kwamba wakati wa kuna kipindi Maka ilipigwa mafuriko. Ndiyo. Kwa hiyo Al-Kaaba ilikuwa imepigwa mafuriko. Sawa. Kwa mujibu wa historia. Kwa hiyo baadaye wale wakaijenga wale Makureshi. Ndiyo. Katika kuijenga walikuwa wanalazimisha wanang'ang'ania nani aweke lile jiwe la Al-Kaaba. Okay. Sasa wakapambana sana. Wakaweka agano kwamba mtu yote akitoka upande huu wa msikiti, mlango wa msikiti, basi awe ndio tumpe nafasi ya kuleka nini lile jiwe. Ndiyo. Bahati nzuri akatokea Muhammad. Ndiyo. Muhammad kwa hekima yake akachukua akaomba kitambaa chenye ncha 4, akachukua lile jiwe kaliweka pale. Ndiyo. Hapo hajapata utume kwa mujibu wa Uislamu. Okay. Usoma kitabu cha maisha ya Mtume, ile alaika ile maktumu hizo utayakuta yote yako hapa. Sawa. Akasema nyinyi kabila zote zishikeni ncha hii na ncha hii na ncha hii na ncha hii. Afu wakasogeza karibu na lile jengo la Kaaba. Afu akalichukua lile jiwe akaliweka hapo. Huyu ni Mtume Muhammad. Hilo jiwe alilikuta kule. Na Waarabu walikuwa katika jahilia walikuwa wanaabudu jiwe mpaka andazi. Okay. Yaani chochote kile ambacho ni kizuri walikuwa wanakiabudu. Hiyo ni nadhani historia inasema hapa kuna Muislamu za kaipinga. Sawa. Sasa bayana baada ya Muhammad kupata utume. Ndiyo. Na alivyoiteka Maka alivunja zile sanamu zote za kule Maka. Sawa? Miungu yote lakini akabakisha lile jiwe. Sawa. Na lile jiwe amelielezea katika namna nzuri na kwamba litoka peponi kipindi cha kina Adamu, kina Ibrahimu, na siku za mwisho litapewa macho na mdomo litashuhudia dhambi za Waislamu. Sawa? Sasa hiyo ni katika ulimwengu wa Kiislamu, imani ya Kiislamu iko hivyo. Sasa lakini Taurati ambayo Muhammad akisema kwamba anaisadikisha ama ufunuo wake wa Qur'an unaisadikisha Taurati imekataa kuweka nini? Jiwe la minajili ya ibada. Okay. Sawa? Na kulitumikia katika namna moja au nyingine.
Sasa mpaka hapo. Sasa bado tu utaona katika ibada za kule Maka, ingawa Muhammad alizikuta akaziendeleza au akazisilimisha, walikuwa wanakimbia pia baina ya Safa na Marwa mpaka leo. Kwa kuna nguzo mbili huku na huku, vilima viwili ambao wanakimbia huku na huku wakifanya tawafu katika zile ibada. Sasa nalo jiwe la Maka wanalizunguka katika Kaaba, wanafanya tawafu kulizunguka mara ngapi? Mara 7. Na baada wanakimbia baina ya Safa na Marwa na mambo mengine ya hija ambayo zamani yalikuwepo Makureshi walikuwa wakiyafanya, lakini Waislamu wanayafanya kwa namna ya moja au nyingine. Kwa mfano, Makureshi walikuwa wanaabudu wanahiji uchi. Lakini Waislamu wanavaa mavazi lakini bega moja liko wazi, lakini nguo ya ndani uruhusiwi kuivaa. Sasa kwa ni mule mle tu. Sasa hizo zote zinakinzana na nini? Na ibada ya Taurati. Uruhusiwi kuvaa nguo ya ndani. Ndio, uruhusiwi kuvaa nguo ya ndani. Na kitabu kiko hapa, kipo wiji kinaongelea haya maneno. Yako tu mambo bayana, labda tu mtu apate hasira na ghadhabu aweze kurusha maneno mengine, lakini huo ndio ukweli. Sasa pointi inayokuja kwa mjibu wa Taurati, hapo Taurati inavunjwa. Hapo umeelewa vizuri hapa mtumishi? Nakuelewa. Lakini kwa mfano kwenye jiwe, wao Waislamu wao wanasema mbona hiyo jiwe kwa nini mnalishangalia wakati tunaona Yakobo aliweka jiwe, tunaona Mungu anasema atayainua mawe ya msifu yeye kama wanadamu hawatamsifu, kwa hiyo mawe hayana shida. Sasa wakati anaongelea mawe ni Yohana. Sawa? Wakati anasema kwamba mawe Mungu anasema haya mawe haya Mungu anaweza kumfanyia watoto nani, kumfanyia Ibrahimu watoto. Ndio. Pale alikuwa ongelei mawe. Sawa? Kama nini? Mawe. Sababu lugha ya kibiblia pia inatumika mifano. Hebu nisomee Hosea 12:10. Hosea 12:10. Sawa. Na hiyo ya Yakobo ambayo yeye alisafiri alipokuwa anaenda kwa mjomba wake. Sawa. Tutaweka Hosea 12 mstari wa 10 anasema, tena nimenena na hao manabii nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia nini? Mifano. Kwa hiyo Yohana anaposema kwamba katika mawe haya Mungu anaweza kumnunulia Ibrahimu nini? Watoto. Pale alikuwa aongelee mawe kama mawe. Sasa Mtume Petro anaelezea mawe gani ambayo yanazungumziwa. Kitabu kile cha Petro wa kwanza 3:5. Petro wa kwanza 3:5. Inasemaje? Kuna hadithi huku naitafuta hadithi moja hapa. Sawa. Mstari wa 5 anasema, maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani. Petro kwanza 2:5, sorry. Petro wa hiyo ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho ukuani. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho ukuani mtakatifu. Mawe ambayo yanazungumziwa hapo ni wanadamu. Kwa Wayahudi ambao walikuwa waliona mataifa mengine kama mawe. Sawa? Kama vitu ambavyo havikuwa. Sasa Petro anaelezea mawe yaliyo hai. Hebu soma mstari wa 9 pale pale. Hapa kwa Petro. Utaona kwamba mataifa wanaitwa, bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani, mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Endelea na andiko. Mstari wa 10 nasema, ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Si taifa. Ndio. Sasa imekuwa taifa la nani? La Mungu. Kwa maana Wayahudi walikuwa wanaona mataifa mengine kama nini? Mawe. Sawa? Hata Yesu anasema kwamba lile jiwe lokataa waashi limekuwa jiwe kula nini? La pembeni. Kwa hiyo kuna watu wanajenga hoja kwamba hilo ni jiwe la Al-Kaaba. Sasa ni kitu ambacho hakieleweki. Kwa hiyo lakini Biblia inatumia mifano kuelezea. Kwa hiyo ile jiwe ambalo likataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Hilo jiwe ni nani? Ni Kristo. Sasa mpaka hapo soma kitabu hichi wa Efeso 2 na ule mstari wa 10 na kuanzia mstari wa 19 mpaka 20. Wa Efeso 2. Ndio. Soma ili tuangalie jiwe. Mstari wa 19. Ndio. Anasema, basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Endelea. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Yesu Kristo ni jiwe kuu la nini? La pembeni. Kwa mitume ni misingi, Yesu Kristo ni jiwe kuu la nini? La pembeni. Kwa lile jiwe lilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la nini? La pembeni. Kwa hiyo tunaongelewa jiwe lililo hai ambao ni Kristo. Na wale ambao wanajengwa katika nyumba ya Mungu ni nyumba ya kiroho, ni mawe yaliyo nini?
hai ambao ni sisi, maandiko yanasema. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa tuje katika Yakobo ile sura ya 28. Yakobo 28. Tuache tu kwanza. Sawa. Naelezea sababu ya muda. Yakobo alikuwa amelala katika usingizi. Ndio. Akachukua jiwe akafanyaje? Akaweka kama mto. Sawa. Akapata njozi. Akaona ngazi imetoka mbinguni imeshuka paka pale. Ndio. Akaona malaika wanapanda na kushuka. Alafu juu akamwona Bwana. Sababu Bwana alikuwa anampa ahadi zake. Okay. Kwa hivyo kuja akasema hapa ni nyumba nini? Ya Mungu. Ya Mungu. Akaita Beseri. Maana Bes-el. Bes ni nyumba, El ni Mungu. Sema akachukua lile jiwe akalinyunyizia nini? Mafuta. Kama alama. Sawa kwamba hapa ni nyumba ya nani? Ya Mungu. Ndio maana tunaona Mungu anamrejesha katika Beseri. Lakini hakuna wakati wote lile jiwe liliheshimika na wazao wa Yakobo kwamba wanalizunguka na walifanyia ibada. Ili kuwa ameweka kama alama. Sawa paka alama kwamba hapa alipata maono ya ndoto. Mungu wa baba zake. Na sasa akasema hivi, Mungu wangu. Kama huko niendako, kama utanipa mavazi, utanipa chakula nile na mahitaji yangu ya msingi, kwa kile ambacho utanipa nitakutolea fungu la 10. Sawa? Na mimi nitakuja kukuabudu katika eneo hili baada ya safari zao. Na kule kutoka safari zao kule Syria, alipita pale akafanya ibada, akatoa kafara, afa akaondoka zake. Kwa baba zake. Kwa hiyo hakuna kumbukumbu yoyote kwamba Yakobo aliweka lile jiwe kwa minajili ya nini? Ya ibada. Kwamba anakuja pale kwamba ibada yote inageuziwa pale kibla. Ibada yote inafanywa pale tawafu na mambo kama hayo, hapana. Tuko pamoja hapo. Ni kama vile Ibrahim alivyoweka wakati amekufa, huyo Yakobo alivyokufa mke wake akachukua nguzo akaichomeka pale kwenye lile pale eneo kuonyesha kwamba hapa alizikiwa nani? Mkewe. Tuko pamoja hapo. Kwa mambo kama hayo, wao Ibrahim alivyonunua shamba la Makapela la kuzikia na kadhalika. Lakini hakuna historia ya ibada ama Wayahudi baadaye walikuja pale kufanya nini? Ibada kama leo lile jiwe lilivyowekwa pale Maka. Dunia nzima ya Waislamu inasali kugeukia lile jiwe. Sawa na kufanya ibada. Ndio maana leo kuna video ziko hapa. Sijui kama channel yako inaweza kuweka video, lakini tuachana na hizo. Utaona pale watu wanapambana kulibusu. Watu wanapambana kuligusa. Yaani kama mtu akienda Maka asipogusa lile jiwe ama kulibusu, ibada yake ndio kama haijafikia katika namna ya kipekee. Na wakifanya pale tawafu wakilizunguka lile jiwe mara 7. Sasa katika ibada hiyo huwezi kuikuta katika Taurati na manabii. Swali lingine. Sasa nilikuwa nauliza kuhusiana na Yakobo, pamoja na kwamba tunasema aliweka tu alama jiwe, lakini kwa nini tena lilirudia lile jiwe na kuja kuifanyia pale ibada? Kurudia jiwe. Mahali pale akabaita Beseri. Mahali pale. Hoja ilikuwa ni kutokewa na nini? Na ile njozi ya Bwana. Hoja haikuwa lile jiwe, kwa mfano tu. Asingetokewa na Bwana lile jiwe kwa na maana yote? Hapana. Sasa ndio. Kwa aliweka kama alama. Sehemu tu ya yeye kukumbuka. Kwa hiyo inawezekana hata alipofika akachukua jiwe akalitupa pembeni akaweka vitu vingine. Hamna kumbukumbu yote kwamba ile jiwe lilikuja kuchukuzwa au likabebwa na Wayahudi. Sasa kwa maana halikuwa na maana yoyote, ilikuwa ni kumbukumbu yake tu kwamba hapa nitarudi hapa si nikapasahau. Kuna uwezekano hata kuchimba tu shimo au kupanda mti. Kunawezekana. Kwa hiyo hakuna ile lakini swala la jiwe la Hajar al-Aswad ni jiwe lenye heshima. Kuna ziko nukuu hapa utaona zilivyokuwa linapewa heshima na Waarabu Makureshi kabla ya wakati na ninavyopewa heshima leo na Waislamu. Sasa tuko pamoja hapo Makureshi au unaozungumzia ni Waislamu au wale ambao walikuwa ni makafiri wapagani? Makureshi ni wale ambao walikuwa wanalipa jiwe heshima. Kureshi ni kabila. Ndio. Ila walikuwa wana wapagani. Waliokuwa wanalipa jiwe hilo jiwe jeusi heshima ni wapagani. Waarabu wapagani. Walikuwa wanaabudu Mungu Hubal, lakini vile vile walikuwa wanaabudu Allah huyo. Kwa sababu ukiangalia babu yake Muhammad Mtarib alimuita baba yake Muhammad mtoto wa huyo baba ambaye ni mtoto wa huyo baba anaitwa Abdallah. Ambaye ni babake Muhammad. Abd mtumwa, Allah mtumwa wa nini? Wa Allah. Kwa maana Allah alikuwa akiabudiwa. Sasa paka hapo Ulipofanya vita vya Tembo, utaona babu yake Muhammad alipambana akasema kwamba mwenye hii nyumba atafanyaje? Atailinda. Kumbuka alikuwa na mabudu Hubali. Sawa? Hubali ndo bahari, yule Mungu alikuwa anaabudiwa na waasi kule Israeli na Wakanani. Ndo Hubali huyo mwenyewe ama bahari. Sawa? Mungu chua ama Mungu ambaye alikuwa na mke wake Mungu mwezi. Sasa kwa hapo Hubali alikuwa akiabudiwa kule Maka. Na ndo alilinda ile nyumba kwa mjibu wa taarifa hiyo.
Inaitwa vita vya tembo, ambao ndege walishuka sijui wakatusha mawe kuwapiga. Hiyo ni hadithi ambayo tunaipata kutoka katika vitabu vya Uislamu. Kwa ina maana hiyo nguvu ambayo ilikuwa inalinda ile nyumba kwa wao wapagani. Ndio baadaye Muhammad akazaliwa pale pale na babu yake akamchukua Muhammad akiwa mdogo akampeleka kwenye Al-Kaaba. Akamuombea dua. Sawa? Kumbuka ni mpagani. Anamuombea dua gani? Maana ile ya kipagani. Afu anamweka wakfu. Sawa? Na kampa jina Muhammad. Jina Muhammad litokana na babu yake huyo Mutaribu. Sasa paka hapo Kwa hiyo Muhammad amekuwa katika jamii ya kipagani. Kwa walikuwa wajui habari ya Mungu wa nini? Wa kweli. Sasa paka hapo Sasa kwa ina maana Muhammad alikuja kuendeleza yale ile yalitakaswa kama vile Wakatoliki ninavyotoka historia hapa. Walichukua Krismasi wakachukua siku ya 25 siku ya kuzaliwa kwa jua Misla. Ndiyo. Wakaifanya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Wakachukua siku ya Ishta wakaifanya Pasaka. Wakachukua siku ya kuliabudu jua Sunday. Siku ya nini? Ya jua Dionysus. Wakaifanya siku takatifu ya nani? Ya Mungu. Kaitwa leo ni dunia nzima tunapumzika hiyo siku ya Jumapili. Kwa hiyo ni upagani uliobatizwa. Kwa hiyo kule Maka sehemu kubwa ya mafundisho yale ya ndani ya Uislamu ni kuna upagani uliosilimishwa. Upagani silimishwa. Tuko pamoja mpaka hapo Kwa ni muendelezo wa upagani kwa jina la Uislamu. Ingawa kwa sababu juzi nilisema kwamba katika lecture yangu leo ni hoji kwamba kuna Uislamu ni mchanganyiko wa Uyahudi, Ukristo na upagani wa nini? Wa Maka. Nadhani umeanza kunielewa vizuri. Hata Ukatoliki kuna upagani wa Kirumi mle ndani, upagani wa Kigiriki, na nitakuja kueleza katika video zilizokuja kama utapokuwa umenioji kuelezea mambo kama haya. Ndio maana mtu wa kweli lazima asome historia na achakate maandiko matakatifu, atapata nuru ile bayana. Sasa kwa mantiki hiyo katika amri ya pili inasema usijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Kwa mfano kitu chochote juu mbinguni, duniani na chini ya nini? Ya maji. Kwa hiyo duniani si kuna mawe. Ndiyo. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Muhammad akaweka jiwe pale kwa minajili ya ibada. Ni makosa makubwa kwa mjibu wa Walawi 26 mstari wa kwanza na hiyo amri inayokuja hapo. Sawa. Amri ya 4 kaivunja. Ikumbuke siku ya Sabato fanyaje? Uitakase. Manabii wote walishika nini? Sabato. Sasa paka hapo Ndiyo. Hebu nisomee kitabu kile cha Musa ndo alipewa hiyo na ilizungumziwa mara nyingi sana. Sabato katika Biblia imetajwa mara 7,000 zaidi. Sasa paka hapo ile katika Kumbukumbu la Taurati katika Isaya, nabii Isaya anaisema hivi. Isaya 58 mstari wa 13. Nisomee. Mstari wa 13 unasema, kama ukigeuza mguu wako usivunje Sabato. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Endelea na andiko. Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Huyu ni nabii Isaya. Kule katika kwa Musa imesema ikumbuke siku ya Sabato fanyaje? Mtakasa. Sasa Isaya pia anaielezea kwa kinywa cha Bwana. Sasa Bwana Yesu alipokuja alipinga. Katika ile ndiko tumesema awali alisema kwamba hakuja kutangua nini? Taurati au manabii. Sasa yeye aliishika. 4:16 kitabu kile cha Luka. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili nini? Asome. Kwa maana Yesu katika maisha yake yote desturi yake ilikuwa ni kwenda katika sinagogi siku ya nini? Ya Sabato. Kwa hiyo anashika nini? Sabato. Hata mitume wake walikuwa wanasali siku ya Sabato. Mtume Paulo ambao wanampinga sana wengi, lakini wanamsingizia vitu vingi. Yaani yeye alishika siku ya Sabato. Kwa mfano, hebu soma kitabu kile cha Matendo 13:44. Sawa. 44 Matendo sura ya 13 anasema, hata Sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikia neno la Mungu. Ndiyo. Bali Wayahudi walipowaona makutano wakajaa wivu, wakakanusha maneno yaliyonenwa na Paulo, wakibisha na kutukana. Asante. Kuna maana mji mzima siku ya Sabato wakakutana kulisikia neno la nani? La Mungu. Huyo ni Mtume Paulo. Ndiyo.
naye mwenyewe hapo sema habari akusali siku hiyo, alikuwa ameita hoja tu, lakini mwenyewe katika maisha yake kama desturi yake alikuwa anaishika Sabato. Hiyo hapa tunaongelea habari ya Injili. Sawa sawa. 17 mstari wa kwanza Matendo mpaka mstari wa 3. Soma. Wakisha kupita kati ya Amfipori na Apolonia wakafika Thesalonike, ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi. Na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimokuwa, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Sabato ngapi? 3, yani wiki 3, akihojiana nao katika maneno ya maandiko. Sasa nipe tena Matendo 16 mstari wa 13. Okay. Sasa tuangalie yeye mtu akajenga hoja kwamba alikuwa na wafuta Wayahudi, lakini sasa binafsi soma. Siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mti ambapo tulidhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Asante. Kwa ina maana siku ya Sabato Paulo akatoka nje ya lango ya mji. Ndiyo. Akitafuta mahali fanyaje pa kusali. Siku ya nini? Ya Sabato. Kwa hiyo na sali siku ya Sabato. Sasa hiyo yote utaona mitume na manabii walikuwa na roho moja ambayo ikiwaongoza katika ibada. Sasa Mtume Muhammadi alipokuja, umma Muhammadi ambao ni umma wa Uislamu wanashika Sabato? Sabato hapana. Wanasema ni ya Wayahudi. Ndio. Si ndio? Wanashika siku gani wao? Wao nafikiri siku zote tu wao wanashika, lakini wana swali kwa kukusanyika siku ya Ijumaa. Ijumaa ndio ibada kuu ya Waislamu. Ndio. Na ina thawabu kuliko ibada za siku zote kwa mujibu wa hadithi. Okay. Sasa paka hapa Ndio. Kwa mujibu wa nini? Wa hadithi. Ndio ina thawabu kubwa, hata ukioga siku ya Ijumaa unasamehewa dhambi zako. Okay. Hiyo ni kwa mujibu wa Waislamu. Sasa kwa Ijumaa na kusema ile sura Ijumaa ni sura 62, utaona kabisa ni imetajwa mara hii moja tu. Kwamba ukisikia adhana siku ya Ijumaa kasali kisha kafanya shughuli zako. Lakini kwa maana siku ya Ijumaa, maana Waislamu misikiti haijai sana siku za kawaida. Okay. Lakini siku ya Ijumaa wewe unakaa katika maeneo kama hayo. Ndio. Siku ya Ijumaa unaionaje? Ndio siku yenyewe kama ndio tuseme ni siku ya ibada. Ni siku ya ibada, ndio siku kuu ya ibada. Ndio. Wanaabudu siku zote 5, lakini ndio siku kuu ambayo upaswa kuimisi. Kwa hiyo utaona Muhammad au na wafuasi wake hakuna sehemu ambao wameiembrace Sabbath day. Wanaitupia kwa nani? Kwa Wayahudi. Hata leo nikiweka mjadala wa Sabato, wapinga Sabato wote wakiwemo Waislamu wataungana kinyume changu. Kwa sababu nilikuwa naongea habari hizi, nikaona wote wameungana ghafla. Yaani tulikuwa tunapishana na kuhusu Yesu si mwana wa Mungu. Yesu si mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Sawa Ndio. Lakini baadaye nilivyogusia amri 10 za Mungu. Ndio. Wakristo wengine na Waislamu wakajumuika kinyume changu mimi. Tuko pamoja paka hapo Sasa hiyo iko hivyo. Haina haja kufungua sana vitabu. Hii sura 62 ya Qur'ani, Ijumaa imetajwa mara ngapi? Mara moja. Ingawa ndani ya Qur'ani siku ya Sabato imetajwa zaidi ya mara 5. Okay. Lakini inatupiwa leo na Waislamu kwa Wayahudi. Okay. Tuko pamoja paka hapo Sasa nilikuwa natafuta hapa hadithi moja imenipotea ghafla tu, ambayo hii hadithi inavunja amri ya 9. Okay. Ambayo inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Kwa hiyo uongo unakataliwa. Lakini huko kuna hadithi labda tena nikaizungumzia. Inasema kwamba ukitumia uongo kwa jambo la heri kunusuru jambo ama kuokoa Uislamu si mbaya. Okay. Nimeisema tu lakini mispress tu kwa nikikumbuka nitaisema, lakini iko kitabu kinaitwa Mkweli Mwaminifu. Hii ni juzuu ya 3 na ya 4. Okay. Nafikiri kitabu Waislamu wengi wanacho. Sawa. Inasema ukitumia uongo kwa jambo la nini? La heri. Okay. Kwa ajili ya kunusuru mambo mbalimbali ya kijamii, dini na kadhalika, hiyo uhesabiwa nini? Hatia. Okay. Lakini Biblia inasema kwamba usimshuhudie jirani yako uongo. Hakuna uongo mzuri. Uongo ni uongo tu. Okay. Maana Yesu anasema majibu yenu yawe ndio, sio. Sasa paka hapo Wao wanasemaga kuna uongo mzuri. Yaani kwa mfano, unapotaka kuwapatanisha watu wamegombana, wao wanaenda kwa yule bwana, yule mtu anakuomba msamaha, unarudi kwa huyu tena. Na huyu naye bwana yule anakuomba msamaha, baadaye ukawapatanisha. Hilo jambo ni nzuri sana japokuwa umesema uongo. Sasa katika Taurati na manabii hakuna uongo mzuri. Okay. Uongo ni sifa ya shetani. Kwa mujibu wa Taurati na nini? Na manabii. Hebu nipe andiko hili. 8:44 Yohana. Mstari wa 44 anasema Yohana 8, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake.
Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Nami kwa sababu hiyo nasema iliyo kweli hamnisadiki. Ina maana shetani baba wa nini? Wa uongo. Kwa ina maana uongo ni uongo. Okay. Hata Ibilisi pale katika bustani ya Eden. Ndiyo. Alimwambia Hawa. Ndiyo. Ati ndivyo Mungu anasema kwamba msile mti wa tunda haya. Akaanza hoja. Ndiyo. Baadaye akamwambia usiku utapokula, Mungu anajua kwamba utafaana kama nani? Utajua mema na mabaya. Utakuwa kama Mungu. Ndiyo. Na utafahamu mema na mabaya. Ni kweli walivyokula ikapatikana ile hali ambayo alikuwa amemwambia. Ndiyo. Atajua wema na nini? Na mabaya. Sasa je, kile ambacho shetani alijengea hoja, akatumia maneno ya uongo na kweli, si ndio? Na akamwangusha yule mama yetu, si dada, mama yetu akaanguka. Sio alisema kuna ukweli fulani. Naona kama alisema kweli, kwa sababu hata baada ya kula lile tunda yeye alisema mkila hilo tunda mtafanana na Mungu. Na Mungu alipoona wameshakula tunda akasema hao wameshakuwa kama sisi. Nafikiri wameshakuwa wamoja wetu au miongoni mwetu. Kwa hiyo akaweka ule upanga wasije sasa wakaenda kula tunda la uzima. Sasa kufanana na sisi katika maana hii. Mungu hakutaka wale wa Adam na Hawa wawe na ujuzi katika makosa. Okay. Kuyajua makosa kwamba mti msiule ilitosha. Ndiyo. Lakini hakutaka leo upate experience. Kwa mfano leo unaweza ukajua uzinzi ni dhambi. Sawa. Lakini Mungu hataki kabisa ufanye ule yaani ujue uwe ndani ya ile tendo. Okay. Lakini kujua kwamba ili ni kosa, hiyo ni excellent. Okay. Ila kupata ujuzi kwa kutenda ujuzi ni mambo mawili mangapi? Tofauti. Maana Hawa walijua mti ni forbidden. Ndiyo. Lakini sasa akasukuma kuula ule mti. Sasa pointi inakuja ni nini? Kutumia chochote kile kwa maana ya hata kama ni kwa ajili ya kufanya jambo jema. Ndiyo. Lakini kimejengwa katika msingi wa uongo. Ndiyo. Ni makosa. Okay. Kuna maana mwana wa Ibilisi ni yule anayetumia uongo kujenga hoja zake. Okay. Yaani nataka niulize tena hapo mfano. Kwa mfano, mimi kama Mkristo naenda kutoa ushuhuda wa uongo. Bwana, mimi nimeokoka baada ya kwamba namfuata Mungu, sasa hivi Mungu amenitendea hiki na hiki, amenipa hiki na hiki, labda nimenunua TV. Nashuhudia ni uongo, lakini nataka yule mtu aokoke. Yule mtu kweli akaokoka naye akaanza kumfuata Mungu. Bado nakuwa nimetenda dhambi. Ni dhambi, ni uongo ule ule. Sababu umeshuhudia nini? Uongo. Yesu sema majibu yenu yawe ndio, sio. Zaidi ya hapo yanatoka katika yule mwovu. Okay. Unapaka hapo Kwa ina maana mtu tunapaswa kuwa wa kweli. Okay. Kwa sababu Yesu yeye ni kweli, au Yesu alitumia uongo kuokoa mtu? Hapana. Hakuna sema Yesu alitumia uongo. Maana nasema kwamba usimshuhudie jirani yako uongo. Hivi kwanza Bwana Simlisi. Ndiyo. Uongo huwezi kuokoa. Okay. Uongo unaweza kunusuru jambo kwa muda mchache. Lakini yule mtu uliyemdanganya siku atapogundua kwamba ulimdanganya ama ulijenga hoja za uongo. Ndiyo. Na maana ile tendo linakuwa kosa zaidi. Sawa. Na hata kuamini tena. Tunakubaliana paka hapo? Lakini ukitumia ukweli, na mara nyingi hatupendi ukweli wanadamu, sababu ukweli unaumiza. Okay. Lakini kinachoumiza na kinachoponya. Unataka kupona jipu haraka, litumbue. Okay. Na kawaida ukishatumbua jipu linauma, sawa? Sasa ukilitunza kwamba litakuumiza na kukutesa, tumbua umie kwa haraka ili uweze kupona. Kwa hiyo ukweli unaponya. Uongo hauwezi kuponya. Mtu anakuja hapa na kuambia mimi si Muislamu. Okay. Kumbe nani? Ni Muislamu. Au mimi si Mkristo. Kumbe nani? Ni Mkristo. Lengo juu akupate. Okay. Sasa paka hapa sasa hiyo ni njia ambayo si nzuri na sahihi katika mazingira ya kibiblia. Okay. Mazingira ya Biblia kwamba usimshuhudie jirani yako. Sasa kuna andiko moja hapa nikupe hapa. Sawa, mstari wa 25 anasema, Waefeso 4 mstari wa 25 anasema, basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Msikia bwana, uvueni nini? Uongo, mkaseme nini? Kweli. Ila hapo tena nimeipata, asante. Uvueni nini? Uongo, mkaseme nini? Kweli, kila mtu na jirani yake. Kwa hiyo tunapokuwa tunavua uongo, na maana haupaswi kuwa na uongo katika maisha yako kama ni Mkristo. Sasa nimeipata hapa. Ni hii Mkweli Mwaminifu juzu ya 4 ukurasa wa 57. Sawa. Nasema hivi. Isome tu mpaka sema mtume.
Utasoma hapa hii hadithi ya 855. Anasema kitabu ni mkweli mwaminifu katika maneno ya Bwana na mitume. Hiki ni kitoleo la 3 na la 4. Anasema hadithi ya 855 unaweza kutumia kwanza. 855 kwanza amefungia hapa, anasema uongo wote Kasema mtume. Okay, kasema mtume. Uongo wote ni dhambi, ila kinachofaa Muislamu kwa jambo la heri. Unaweza kutumia uongo kwa kupatanisha watu waliohasimiana au katika jambo ambalo litaleta heri na manufaa kwa Waislamu. Wanapointio. Kasema Tosha. Mtume. Tosha. Okay. Sasa kwa pointio bwana simulizi. Ndio. Kwa jambo ambalo leta manufaa kwa Waislamu. Ndio. Hii hadithi inatufanya sisi Wakristo na watu ambao sio Waislamu tusiwaamini nini? Waislamu. Uwezo kuona Muislamu anakuja hapa anasema kumbe kumjibu hadithi kumbe yeye ana jambo lake fiche. Okay. Kwa manufaa ya Uislamu. Kwa hiyo anasema A kumbe wazo lake ni B. Okay. Ndio maana sasa hivi kule Europe na Marekani unaweza kuwaondoa. Okay. Si kwa sababu hawapendi, walikuwa wamewakaribisha, ile waligundua kumbe wana lengo la kupandikiza sharia law. Okay. Na imeanza kule jimbo moja inaitwa Minnesota. Yes. Kule wameanza kugombania sharia siwekwe ndani ya jimbo lile. Okay. Sawa Yeah. Na wanapiga vita nguruwe siliwe, pombe zisiwekwe. Sasa wewe nchi ya watu umekuta ina utaratibu ule. Kwa nini ulazimishe mambo yako? Lakini mara ya kwanza uliingia kama katika utulivu, lakini walivyokuwa wengi wakadai ile sharia. Okay. Sasa leo ukiondolewa hapo wasema wanaonewa. Na kule Europe sasa hiyo inawafanya watu kuona kwamba kumbe ndugu wanakuja hapa, kumbe ndani yao naruhusiwa kusema uongo kwa manufaa ya Uislamu. Sasa paka hapo sikawa na ile ya kusema kuna maulaini 72 ikawa uongo. Ikawa ni uongo pia. Sasa kuna mtu mmoja anasema kwamba huenda ile kusema wanawake 72 kama ulivyosema mambo yale ili Qur'ani ile 7:15 kuhusu kule mambo yatapokuwa. Wengine wanasema kwamba ilitengenezwa kuwa kama moral ya kurecruit vijana kupigana. Okay. Kumbe mtu akifa basi atapata malipo kama yale. Sasa hizo okay. Ni mambo ya nyuma ambao watu wanakuwa na question. Sasa mimi sitaki nijenge hoja kule. Okay. Sasa point inayokuja hapo, yeah. Tunaheshimu dini lakini tunaruhusiwa kuzungumzia dini. Okay. Sababu Qur'ani pia inaturuhusu tujenge nini? Hoja. Hebu nipe katika andiko hili kwanza. Hiyo nisomee hiyo Farsi 16:125. 16:125. Tujenge hoja. Mimi hapa najenga hoja, ninaukosoa Uislamu kwa hoja. Na mimi naacha nafasi na wao waweze kunikosoa pia kwa hoja kulingana na mazingira kama hayo. Vitabu vipo vya Wakristo viko vingi. Unaweza ukajenga hoja ukakosoa Ukristo. Tunakuruhusu tu kukosoa, maana tumeambiwa tuweze kujibu hoja zote. Soma hapa. Sawa. Waite watu katika njia ya Mola wako kwa hikma na mauidha mema. Na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora, sio kwa kuwatukana wao au kutukana dini yao. Kwa njia hii huwezi kumvuta mtu. Hakika Mola wako ndiye anayejua aliyepotea katika njia yake, naye ndiye anayewajua walioongoka. Tumeona Qur'ani inataka mjadala Ndio. Waite katika mawaidha kama hayo. Umeelewa hapo Ndio. Na pia katika upande wa Kikristo tunaweza kufanya nini? Mjadala. Kusema ile 17:1 usisome Matendo, nasema kwamba katika sinagogi tumeshaisoma nyuma hapa. Akaoja nao Sabato 3 kwa maneno ya maandiko. Kwa maneno ya maandiko, si kwa maneno yetu. Matabi hapa natumia vitabu. Hata hiyo hadithi nimeelezea, nilikuwa na kitabu mkononi mwangu, ningeitafuta nikaiweka na ndio tumeshaipata. Sasa tuende katika hoja ya pili. Amri ile ya 3. Ndio. No. Amri ya 9, ya 10. Ya 10. Usitamani mali ya jirani yako na kadhalika na kadhalika. Sasa uchukue zile amri zile 10 zote. Usigawanye mara ngapi? Mara 2. Kuna amri 4 zile ya kwanza mpaka ile ya 4. Ndio. Hizo zinahusika na Mungu peke yake. Sawa. Na ile amri ya 5 mpaka ya 10 zinahusika na mwanadamu. Mtu na mtu. Yaani mahusiano kati ya mtu na nani? Na mtu. Sasa ndio basi kuna ambao ngapi? 2. Sasa ili amri zile 4 zinaingia katika amri hii moja, mpende Mungu wako kwa akili zako zote na kwa akili zako zote na nguvu zako zote na roho yako yote. Na hizi 6 zinamfunga jirani,
mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa naomba soma maandiko hayo, Wagalatia 5:14. Wagalatia 5 mstari wa 14 anasema, maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako kama nafsi yako. Torati yote imetimilika katika neno hili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa hii ni hoja naijenga. Muhammad alivunja amri ya kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Iko Torati yote, sema kitabu chake kimesadikisha Torati. Sasa hapa hapo. Ndio. Na yaliyotangulia. Sasa msingo nani, Torati imekamilika katika neno hili, kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Sasa hapa hapo, hebu nipe Warumi 13 mstari wa 8 kwanza. Warumi 13 mstari wa 8. Inapoongelea kumpenda jirani yako nafsi, kutimilika katika eneo lipi? Inafafanua sasa. Okay. Warumi 13 mstari wa 8. Sawa, Warumi 13 mstari wa 8 anasema hivi, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Ampendaye mwenzake ametimiza nini? Sheria. Endelea. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote inayojumlishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako, pendo halimfanyi jirani neno baya. Asante. Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Upendo ndio utimilifu wa nini? Wa sheria. Kwa maana malengo yote ya dini, bwana Simulesi, ni kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Malengo ya dini. Tunakubaliana vizuri eh? Sawa. Sasa hapa hata wengine wasema huyu ana upendo, ana chuki kwa sababu nimekosoa. Hiyo kukosoa dini si chuki. Okay. Lakini kukuvunjia utu wako. Okay. Torati inasema usichukue mke wa nani? Wa jirani yako. Mimi hapa sina upendo. Ndio. Nisichukue mali yako. Ndio. Si ndio eh? Ndio. Kwa hiyo utanijua na upendo ninapokuwa natimiza zile sheria 6. Sawa. Sasa hebu nipe maandiko haya kwanza tujenge msingi. Sawa. Bwana Yesu anasemaje? Ndio. 19:19 Mathayo 19:19. Sawa, mstari wa 19 anasema hivi. Waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Waheshimu baba yako na mama yako, na upende kama nafsi yako. Anasema nani ya maneno hayo? Bwana Yesu Kristo. Umpende jirani yako kama nafsi yako. Sawa. Hizo ndo amri hizo kuu. Hebu sasa nipe pia Marko 12. Marko 12. Soma yule mstari wa 27. Sawa, Marko 12 mstari wa 27 anasema, yeye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, hivyo mwapotea sana. Hiyo ni ngapi? Marko 12:27. Mstari wa 28 anasema, na mmoja wapo wa waandishi akafika, kawasikia wakisemezana naye, akatambua kuwa amewajibu vyema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Hakuna amri kuu kuliko hizi. Kwa zile amri ili hizo ni upendo mara ngapi? 2. Umegawanyika mara ngapi? Mara 2. Kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Na jirani kama nafsi yako. Sasa tuthibitishe katika Torati yenyewe. Ndio. 19:18 Walawi. 19:18 Walawi. Sawa, mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 18 anasema, usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Usifanye nini? Kisasi. Bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa tumuulize Muhammad, hiyo amri ya Taurati na manabii, sawa ya kumpenda jirani kama nafsi yako aliishika? Okay. Jibu hakuishika. Okay. Muhammad alifanya kisasi zidi ya Wayahudi na zidi ya Manasara, yani Wakristo. Kuna ushahidi wa hayo kweli? Si kwamba aliwapenda sana mpaka kuna maandiko anaandika pale, utakuta walio jirani na Waislamu ni wale wanaojiita sisi Manasara. Kuna haya nasema kwamba usifanye urafiki na Mayahudi na nani? Na Manasara. Okay. Ipo. Sasa huko tusiende kwanza. Sawa. Naomba twende hapa katika hizi hadithi. Sawa. Sasa tuende katika, chukua hiyo hadithi hapo. Okay. Tuchukue hii inaitwa Bulugha al-Maram. Siko hapo? Ndio. Soma ukurasa wa 800
Anasema hadithi ya 1126 Abu Huraira amesimulia mtume amesema, msiaze kuwaamkia Mayahudi wala Manasara mnapokutana na mmoja wao njiani, msogezeni upande wenye dhiki zaidi. Huu ni upendo? Hapana. Yaani unakutana na Manasara na Mayahudi, Muislamu. Yaani Muislamu anaagizwa akikutana na Mkristo ama Myahudi njiani amsukumize katika upande wenye shida nini? Zaidi. Okay. Tutakubaliana mpaka hapa eh? Sawa. Sasa tuende katika hadithi nyingine. Ndiyo. Fungua Al-Laika Al-Maktum. Ndiyo. Hii hapa. Hapa ni vitabu. Nadhani unaona vitabu viko vingi. Sawa. Okay. Al-Laika Al-Maktum, soma hadithi ya 868. Hadithi ya 868. Yaani ukurasa wa 868, sorry, ukurasa wa 868. Anasema laana ya Mwenyezi Mungu iwaangukie Mayahudi na Wakristo walioyageuza makaburi ya mitume yao kuwa ni sehemu ya ibada. Anasema laana ya Mwenyezi Mungu iwaangukie nani? Mayahudi na Wakristo. Mayahudi na Wakristo. Ndio. Hapo Muhammad alikuwa anakaribia kufa. Okay. Sawa ukisoma hapa, hebu anza kusoma huko juu. Okay. Siku 5 kabla ya kifo. Kitabu cha Bugumala mpya. Siku 5 kabla ya kifo. Hii kitabu ni Al-Laika Al-Maktum, ukurasa wa 867 sasa hivi nasoma. Inasema siku 5 kabla ya kifo. Siku ya Jumatano, siku 5 kabla ya kufariki mtume, joto la mwili lilipanda sana kuonyesha ukali wa maradhi. Mtume alizimia akiwa na maumivu makali, huku anasema, nimwagieni hilabu 7 mtungi wa maji wa ngozi kutoka visima tofauti ili nipate aueni na niweze kuzungumza na watu. Walimkalisha katika chombo na wakamwagia maji mpaka akasema inatosha. Akapata nafuu na akaingia msikitini. Aliingia huko amefunga kichwa, akakaa kwenye mimbari na akawahutubia watu waliokusanyika wakiwa wamezunguka, akawahusia, laana ya Mwenyezi Mungu iwaangukie Mayahudi na Wakristo walioyageuza makaburi ya mitume yao kuwa ni sehemu ya ibada. Umeona point hiyo? Ndio. Kwa hapo alikuwa ana hali mbaya, anaumwa. Okay. Yuko mahututi na karibia kufa. Na baada ya hapo hicho kisa cha kutoka msikitini. Okay, baada ya hiyo laana? Baada ya hiyo laana alikufa Mtume Muhammad. Okay. Alikuwa na uchungu wa mauti na mwisho anakufa Mtume Muhammad, anawalani Wayahudi na Wakristo. Kwa sababu usia kwamba ukutana nao njiani wasukume eneo la nini yenye shida. Na hapo alikuwa nakutafutia hadithi nyingine ambayo Muhammad alisema kwamba anamwambia Umari kwamba baada aje wafukuze Wayahudi, awafukuze Wayahudi na Manasara. Sawa Okay. Awafukuze Wayahudi na nini? Nitakuja tu, nitaikumbuka tu hadithi iko tu hapa. Sawa. Sasa naomba tujenge hoja hapo kwanza, bwana mtangazaji. Simulizi. Maandiko ya Taurati na manabii. Ambao Muhammad akasema kwamba huo ufunuo wake unasadikisha nini? Yaliyopita. Ndio. Tuko pamoja paka hapa Muhammad huyo anapingana na Musa na manabii. Okay. Ambao wanasema kwamba Taurati yote imetimilika katika neno hili moja, mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa Muhammad wakati ule alikuwa na jirani zake walikuwa ni Wayahudi na nani? Na Manasara. Okay. Kwa hiyo Muhammad anatoa oda kwamba kwa Waislamu ukikutana na Mkristo na Myahudi njiani umsukumie upande wenye nini? Wenye shida. Unasio kwanza kumwamkia. Unasio kwanza kumwamkia. Una kichwa kizuri sana cha kukalili. Na pia anatoa laana mwisho katika kifo chake kwamba laana iwaangukie nani? Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo maana wamelaaniwa na Mtume Muhammad. Okay. Lakini amesema walioyageuza makaburi ya mitume yao kuwa ni sehemu ya ibada. Si mpaka nigeuze makaburi kuwa sehemu ya ibada. Okay, sawa, sikatai. Lakini sasa kwa point inayokuja hivi ambayo nataka nijenge hoja. Kwa nini unawalaani wale watu? Okay. Kwa nini uwalaani? Sasa njeni kuonyesha kwamba kitu kimoja. Musa, Wayahudi walifanya maasi makubwa sana. Okay. Lakini aliwaombea. Sawa. Hebu soma nami kitabu kile cha Kutoka sura ya 32. Kutoka 32 mstari wa ngapi? Kuanzia ule mstari wa 9. Sawa. Kutoka 32 mstari wa 9 anasema, tena Bwana akamwambia Musa, mimi nimewaona watu hawa ni watu wakaidi. Basi sasa niache ili hasira zangu ziwake juu yao niwaangamize. Nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu.
Musa akamsihi sana Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Endelea. Kwa nini Wamisri waseme kuwa amewatoa ili awatendee mabaya, apate kuwaoa milimani na kuangamiza watoke juu ya uso wa nchi? Geuza katika hasira yako kali, ugairi uovu huu ulionao juu ya watu wako. Mkumbuke Abraham na Isaka na Israeli, watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako na kuwaambia, nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni. Tena nchi hii yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu, nao watairithi milele. Asante. Kwa hiyo hao Wayahudi wakufanya dhambi mbaya pale, walifanya dhambi mpaka Mungu akataka kuwafurikia, si ndio? Ndio. Musa kuwasamehe, akuombea msamaha, Mungu akagairi, si ndio? Ndio. Hao Wayahudi sawa, walikuja kumsulubisha Bwana Yesu. Sawa. Wakati Yesu yuko msalabani, ndio alisema maneno haya. Fungua kitabu kile cha Luka 23 mstari wa 34. Luka 23 mstari wa 34. Ndio. Mstari wa 34 anasema, Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Hivi kile kitendo alichofanywa Yesu, ungekuwa ungesamehe? Ni ngumu sana. Pale ndo amenipigilia na misumari. Ilikuwa ngumu. Mnifahamu mpaka hapo Kama Mtume Muhammad. Sawa, Kristo amesema tumekosea. Ndio. Baba, tumefuata makaburi. Ngata leo katika mjibu leo Waislamu pia wanafuata makaburi sana tu. Lakini hapo walipo kwenye ile hadithi niliyokuwa nasema, ameendelea pale, amesema kaburi lake wasiligeuze sehemu ya kuibada wala kuligeuza sanamu. Sawa, jambo jema. Ndio. Lakini sasa point inakuja, Muhammad aliwaambia Waislamu magufira. Sawa. Tuko pamoja mpaka hapo Kabisa. Na Waislamu naamini atakuja kwa mwombezi wao. Ndio. Why atulani sisi wa Kristo na Mayahudi? Musa aliwaombea msamaha Wayahudi ambao walikuwa wanafanya mabaya. Sawa. Na Kristo aliwasamehe waliomsulubisha msalabani. Sawa. Waliomfanyia uovu kuanzia Warumi mpaka Wayahudi wenyewe na watu wengine wa mataifa. Okay. Sababu wasamehe kwa kuwa walijua nini watendalo. Kwa hiyo mtume kama alikuwa na roho wa Kristo na roho wa Musa, alikuwa kwa Musa na kwa manabii. Sawa, maana roho wa manabii utii manabii. Si angewasamehe? Okay. Sawa. Mungu naomba wafanyeje? Wasamehe. Kumbuka huko nyuma ameshasema kwamba wasukume katika upande wa shida. Na akatoa agizo kwamba, maana sema kwamba nilisikia mtume kwamba sema ni wafukuze manasala na Mayahudi katika bara Arabu. Okay. Na Muhammad aliwafukuza sana manasala au Wayahudi sana katika bara la nini? La Arabu. Maana pale Maka pale na Madina akanyagi Mkristo wala Myahudi. Okay. Ni marufuku. Ukienda pale utaangukiwa na upanga. Ni marufuku. Okay. Sawa Sasa huo ni upendo? Hapana. Huo si upendo. Sasa ninachokiongelea hapa hoja si kutenda dhambi. Okay. Maana hata Waislamu tunatenda dhambi. Ndio. Kwa ina maana lazima kuna msamaha, lazima tuwasamehe sababu mdhambi mwanadamu ni mdhaifu. Ndio. Si rahisi kutii sheria ya Mungu asilimia nini? Mia. Hata kwenye mfungo tu hapa. Juzi leo nimeona huko Nigeria wamekamata Waislamu wamekula hadharani. Okay. Kwa wamevunja sheria nini? Ya dini. Sawa Kwa mjibu wa mwezi wa Ramadhani na vitu vingi wanavivunja. Na hata Muislamu ananisikiza hapa. Yeye si mkamilifu kwa 100%. Sawa. Kuna sehemu anajikwaa na anavunjika. Na Wakristo vivyo hivyo. Tukuponya paka hapo Sasa kama ingekuwa tusameani, hii dunia ingekuwa na amani? Hapana. Kwa maana hapo ameshatuwekea uadui na upande wa Uislamu kwamba hawa watu wameshalaniwa na mimi. Kwa na nyewe endelee kuwafanyaje? Kuwalani. Okay. Lakini sasa Muhammad alisema kulifanya kaburi yake si sehemu ya ibada, lakini pointi iko hivi. Wanamuombea mtume. Okay. Inakuja katika hoja hapo. Wanamuombea nani? Mtume. Na kuombea pia wafu. Okay. Hiyo ni sehemu ya ibada tu. Sasa tuende katika hoja nyingine. Sawa. Hapo tumemaliza. Tumemaliza hiyo amri ya 10. Sasa tuende katika hoja ya tatu. Ndio. Sawa? Hoja ya pili. Ile ni hoja ya tatu samani. Hoja ya tatu. Niingie hoja ya tatu. Maana hoja kwanza ilikuwa ni kupinga amri 10 za nani? Za Mungu. Na hoja ya pili kumpenda jirani yako kama nafsi yako ambayo inategemea Torati na manabii. Na hoja ya tatu kupinga sheria ya vyakula. Okay. Sheria nini? Ya vyakula. Tulisema na sheria ya Sabato. Sabato imo kwenye zile amri 10. Okay, lakini tulishasema kwamba alipinga Sabato. Ndio. Okay.
Okay, tulisema sanamu. Tukaja hizo ya amri 10 zote. Na maana ile sabato iko ndani ya amri 10. Okay. Sasa hapa hapa sawa. Kupinga sheria nini? Ya Mungu. Ya vyakula sasa. Sasa naomba tufungue maandiko. Sawa. Sasa kabla tujaingia katika, hebu tusome katika nili Walawi 11. Walawi 11. Kabla ya hapo tusome kitabu kile cha tusome Kulwani 5:3. Kulwani 5:3 anasema, mmeharamishiwa nyamafu na damu na nyama ya nguruwe na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na aliyekufa kwa kunyongeka koo, na aliyekufa kwa kupigwa, na aliyekufa kwa kuanguka, na aliyekufa kwa kupigwa pembe, aliyeliwa na mnyama, ila mkimdiriki kumchinja. Na pia ni haramu kula nyama aliyechinjiwa masanamu, na ni haramu kupiga ramli. Hayo yote ni upotovu. Leo waliokufuru wamekata tamaa na dini yenu, basi msiwaogope, bali niogopeni mimi. Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu. Tosha. Okay. Kwa point hiyo tunaona kwamba wamehamishiwa asili ya nguruwe, nyamafu, kichopigwa pembe na vitu kama hivyo. Kwa haina maelezo mengi ya kuelezea nini ambacho kiliwe na kipi kisiliwe. Lakini katika hiyo aya sababu kama ukifikwa na dharura na njaa na una mazingira mengine ya nini ya kujihifadhi, unaruhusiwa kufanyaje? Kula. Ukisoma kwenye Farsi. Okay, yanaendelea. Na mwenye kushuruti, okay, nimekutimizieni neema yangu na nimekupendeleeni Uislamu uwe ndio dini. Na mwenye kushurutishwa na njaa bila ya kupendelea dhambi, basi hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mwenye kurehemu. Umefahamu mpaka hapa Okay. Kwa maana ukifikwa na njaa na una sehemu ya kujihifadhi, unaweza kula kidogo nyamafu ama hiyo nguruwe na kadhalika na Mungu atakusamehe. Sasa ndio hapo kwa mwanzani umepata picha hiyo Sasa hiyo aya inapingana na Taurati na manabii. Okay. Taurati na nini? Na manabii. Sasa katika ufafanuzi wake, sababu hapa hiyo aya haijataja wanyama gani wasiliwe ama waliwe. Hasa nguruwe ndio imetajwa live. Ndio. Lakini pia unaweza ukamla ukifikwa na njaa kama kuna sehemu ya kujihifadhi. Ndio. Sasa hapa Sasa naomba tuchukue kitabu cha ile inaitwa Bulugh Maram. Okay. Hii hapa. Ndio. Sasa tuangalie sasa ufafanuzi wake ni wanyama ambao Muhammad aliwala. Sawa. Na pamoja na kuwaruhusu Waislamu wale. Sawa. Na wanyama aliowaruhusu waliwe Torati na wakataa. Sawa. Sasa soma sana nikuonyeshe kitu hapo. Okay, Bulugh Maram. Sawa, ukurasa ngapi? Nenda ukurasa wa 503. 503. Anasema hadithi ya 1137. Anas bin Maliki ameelezea katika kisa cha sungura, akamchinja akampelekea Mtume paja lake naye akalipokea. Abdul bin Abbas amesimulia Mtume amekataza kuuliwa wanyama aina 4. Sawa. Hadithi ya 1139 inasema Ibn Abi Amar amesimulia, nilimuuliza Jabiri, fisi ni windo analiwa? Akajibu ndio. Nikamuuliza Mtume alisema hivyo? Mtume alisema hivyo? Akajibu ndio. Ahmad na maimamu 4 Bakari na Ibn Hibani wameipa daraja la sahihi. Masikia paka hapo Okay. Kwa Muhammad alikula sungura. Ndio. Na akaruhusu fisi kuliwa. Ndio. Fisi. Sasa soma ukurasa huo unafuata 505. Anasema hadithi ya 1143 ukurasa wa 505. Asma binti Abubakari amesimulia katika zama za Mtume tulichinja farasi na tukamla. Ukala nini? Farasi. Ndio. Endelea. Abdullah bin Abbas amesimulia mburukenge aliliwa katika meza ya Mtume. Na pointio bwana simulizi. Hii ni hadithi ya 1144. Kwa maana hapo katika ile aya ya 5 sura Al-Maida 5:3 ndio haikuelezesha wanyama gani waliowasiliwa, ni nguruwe tu. Sawa. Ndio waliongelewa. Lakini katika mazingira mengine kama hayo tuna kabisa bayana Mtume alikula sungura. Ndio. Mtume aliruhusu kula fisi. Ndio. Mtume aliruhusu kula farasi. Mtume aliruhusu kula nini? Mburukenge. Okay. Hata kule Warabuni kula sana kuna nafani wale mijusi fulani wakubwa wale.
unaliwa sana kule Saudi Arabia na Uarabuni kwa ujumla. Kenge aliliwa katika meza ya Mtume. Meza ya Mtume. Yeah. Sasa tuje katika sasa kwenye Torati. Sawa Je, hao wanyama Muhammad alikuwa na wala na Waislamu wanaruhusiwa kuliwa? Sawa. Chukua Biblia. Ndio. Kumbukumbu Walawi 11 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 8. Twende hapo kwanza. Mambo ya Walawi 11 mstari wa kwanza anasema, Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Ndio. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu iliyopasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala. Pamoja na hayo, tulie kidogo. Sifa za kula mnyama lazima awe na kwato iliyopasuka katikati na awe anacheua. Sasa mimi nikuulize ndugu simulizi. Ndio. Fisi ana kwato? Fisi sina uhakika. Fisi ni kama mbwa. Okay. Wewe unakuwa na fisi kwa umri huu? Sijaimuona fisi. Fisi anafanana na mbwa. Okay, nafikiri nakuaga sizingatii. Namjua kwamba rangi yake ukoje, usoni, mdomo wake kama mbwa. Fisi ana miguu yake sijaizingatia. Ana kwato fisi, ana kucha. Okay. Ni kama ni jamii ya mbwa tu fisi. Sawa. Tunakubaliana mpaka hapa Ndio. Sasa huyu ni mnyama. Ndio. Sasa tuje katika endelea na aya. Anasema, na wibali kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Na sungula kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Tuje kidogo hapa. Muhammad alikula sungula? Alikula sungula. Kwa mujibu wa Taurati na manabii. Sawa Ndio. Taurati na nini? Na manabii. Acha nifungue na hii Biblia hapa. Tunasoma vizuri pamoja. Imesema sungula asiliwe. Ndio. Muhammad alikula sungula akula? Alikula. Tuendelee. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Asante. Kwa maana inashindilia kwamba hata mzoga wake msifanyaje? Msiguse. Wala msile nyama yao wala msiguse. Sasa Muhammad alisema kwamba ukiwa na njaa, ndio, unaweza kutumia kidogo kwa dharura. Kwenye Torati kuna dharura hapo? Hapana. Hata kugusa tu. Ndio. Tuko pamoja mpaka hapo? Wewe kwa haraka wewe mtangazaji. Mtume Muhammad, mtume wa Kiislamu, hajapingana na Musa? Hapa kwa hili andiko hapa napingana na Musa. Napingana na Musa. Maana Musa amekataza kula sungula. Ndio. Si ndio? Ndio. Amekataza kula nguruwe, hata kugusa hata kwa dharura. Ndio. Sasa na hiyo na ameweka sifa za kula wanyama wenye kwato zilizopasuka katikati na wanao nini? Cheua. Sawa. Sasa twende katika Kumbukumbu 14. Lakini hii hapa naona hata sio Waislamu tu basi, hata Wakristo huo wanatumia sasa wao, kwa sababu wanahalalisha. Kuna Wakristo ambao wanahalalisha kula nguruwe, sungula, sio hata kama ukiwa na njaa, yani hata tu katika starehe za kawaida kula sungula, nguruwe au hawa wanyama ambao huko walikuwa nakatazwa. Wanasema kwamba baada ya kuja sasa Yesu Kristo, tumetoka katika kivuli, sasa tupo katika mwanga. Kwa hiyo kikuingiacho sio najisi bali kikutokacho. Okay. Na chochote mtakachopewa kuleni, msijiulize. Na mtu mwingine sijui simhukumu mwingine kwa sababu ya vyakula na vinywaji na vitu kama hivyo na Sabato. Okay, hivyo ni hoja ambazo zinajengwa dhaifu tu kwa tamaa ya tumbo. Okay. Lakini katika hakuna eneo lolote katika maandiko ya mitume na Bwana Yesu walioruhusu kula nguruwe. Okay. Sasa hapa hapa ama kula vyakula, na mara nyingi tu bwana simulizi anayelengwa ni nguruwe. Okay. Au ambao wanazungumzia hivi waambie wale kinyonga. Nasema vyote vimetakaswa. Hawali nyoka, hawali paka. Kuna sehemu pale Ubungo nilikuta wanampiga mtu ameuza nyama ya paka, mshikaki. Na nikawaangalia pale nikuta hawa ni Wakristo hawa. Wengi lakini wakamgonga yule mtu. Kama vyote vimetakaswa, kwa nini umgonge yule mtu? Kisa tu paka. Si ametakaswa. Kwa hiyo ni zania tu ambayo iko pale. Lakini ukisoma maandiko vizuri kwa uweledi kabisa, kwa moyo wa kujua na kutaka kuelewa, hakuna kitu chochote ambacho kimeruhusiwa kuliwa. Okay. Ambacho kimekatazwa katika Torati na manabii. Okay. Unaona? Kwa hiyo Mtume Paulo anaonewa. Hebu nisome maandiko haya. Okay. 3:31. 3:31? Warumi 3:31. Sawa. 3:31 inasema, basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? La hasha, kinyume cha hayo twaithibitisha sheria. Kuna maana mtume kwa ile imani ambayo Wakristo wanasema ni imani
ni ya kuvunja sheria, si ndio? Kwamba ikuja imani, neema, tumeokolewa kwa neema. Lakini mtume anasema kwamba kwa imani hiyo katika Kristo haivunji nini? Sheria. Bali inathibitisha nini? Sheria. Na Yesu alipokuja mara ya pili, ile mara ya kwanza kitu alichokifanya ule ukombozi wa Kristo hauji kuiondoa nini? Sheria. Hauibomoi Taurati ya Mungu, bali unakuja kuitimiza na ili iingie ndani yetu. Soma maandiko haya, hiyo Warumi 8 mstari wa 3 na 4. Soma. Mstari wa 3 anasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa maana Yesu alikufa ili maagizo ya Torati yatimie ndani yetu. Torati hiyo imesema kwamba usile hiki na hiki. Ndio. Wewe Torati ikitimizwa ndani yako, utakula kile ambacho Torati imekikataza. Okay. Kwa ile kifo cha Yesu akibomoe sheria kinaitimiliza ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo maagizo ya Torati yafanyike ndani yetu kwa sisi ambao tunaenenda katika nini? Mwili. Sasa tuende katika Roho. Kwa maana mtu anayetumia maandiko yale tofauti ni anajenga hoja za ovyo tu kwa tamaa yake ya nini? Ya mwili. Okay. Kama usinihukumu kwa vyakula, sijui kwa vinywaji. Au ambao wanakuta unaongea hivyo, ukimwambia anywe chang'aa, hanywi. Nakwambia hiyo ni mako. Tena sawa Pentecost wenzangu hapa. Hanywi, si ndio? Ndio. Lakini sema anajenga tu hoja lakini kwa kitu kidogo. Kwa mfano tumuzi tu Petro. Ndio. Mtume Petro unaposema kwamba katika ile Marko sura 7 kwamba Yesu alitakasa vyakula vyote. Yesu hakutakasa najisi. Sawa alitakasa chakula. Chakula ni kile ambacho kinaliwa kwa mujibu wa Walawi 11 mstari wa 47 na 46-47. Ni kile ambacho kinafanya kinaliwa, si kisicholiwa. Kisicholiwa hakije kuitwa chakula katika historia yote ya kibiblia. Kwa hiyo kinacholiwa ndicho kimetakaswa kwa neno la nani? La Mungu. Kwamba hichi kiliwe, hichi kisiliwe. Sasa Petro wakati mazungumzo ya Bwana Yesu ambaye yuko pale, bila shaka Petro ni mtu ambaye anaweza kutupa siri kubwa. Sababu alikuwa yuko pale katika mzozo wote. Si ndio Sawa. Sasa Petro baada ya Yesu kuondoka, Petro alikula vitu hivyo ambavyo vinadaiwa vilitakaswa. Okay. Sasa tusome 10 Matendo. Nikupe andiko. Matendo 10. Sawa. Petro aliona, utasoma kuanzia mstari wa 13. Petro aliona shuka inashuka. Ndio. Ambayo ina kila wanyama wa aina tofauti tofauti. Wanaoliwa na sio nini? Wasioliwa. Sauti kaambia ondoka kwa chinje ule. Ili andiko pia linatumika sana kujengea hoja ya kula vitu ambavyo havistahili. Sasa baada Petro akaambia ile sauti ondoka chinje ule. Sema hebu anza kusoma hapo. Kisha sauti kamjia kusema inuka Petro uchinje ule. Lakini Petro akasema la hasha. Okay, anasema akaona mbingu zimefunuka, na mstari wa 11. Zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inateremshwa kwa pembe zake 4 hadi chini, ambayo ndani yake walikuwemo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hao watambao na ndege wa angani. Kisha sauti kamjia kusema inuka Petro uchinje ule. Lakini Petro akasema la hasha Bwana, kwa maana sijawahi kula kilicho kichafu au najisi. Sauti kamjia mara ya pili kimwambia vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara 3, kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Asante. Hapo Yesu akaja ondoka, ameondoka. Ameshaondoka. Kwani kama Petro angemuelewa Yesu kwamba ametakasa vyakula vyote, angekataa kula vile vitu? Hapana, sema hajawahi kula kitu kichafu ama najisi. Toka Yesu ameondoka. Na ili andiko naambia alivyotakasa Mungu sita nini? Najisi. Sasa watu hapo wanajengea hoja ya chakula. Lakini hilo andiko walizungumzia chakula. Okay. Hebu shuka aya 27. Aya hapa. 27 anasema, na katika kusema naye akaingia ndani akaona watu wengi wamekusanyika. Akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali kwa mtu aliye Myahudi ashirikiane na mtu wa taifa lingine, wala hamkutembelea lakini Mungu wala kumtembelea. Lakini Mungu amenionya nisimwite mtu yoyote mchafu wala najisi. Masikia? Okay. Kwa hiyo ilikuwa ni njozi ambayo inaongelea mataifa ambao Wayahudi katika mtazamo wao wanakuona kama mende, panya. Hata leo wao Wayahudi wa Talmud hawa. Okay. Wewe wanakuona ni mdudu tu. Kwa Mungu tu awasaidie. Sasa watu wanajaribu kuangalia maana ile kusudiwa
ama hoja iliyojengwa pale, wenyewe unaingiza nguruwe na vitu ambavyo havifai. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa Taurati na manabii hairuhusu na Injili hairuhusu kula vitu ambavyo ni najisi na vichafu ambavyo vimekatazwa na Mungu. Sawa. Nadhani imeeleweka hiyo vizuri. Sasa yale maandiko yanayosemaga mtu asiwahukumu nyinyi kwa vyakula na sabato na nini, inakuwaga inamaanisha nini? 2:16 ile Wakolosai. Ile inamaanisha, hebu tukaisoma pia tuijengee hoja. Wakolosai 2:16. Inasema 2:16, basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Umeelewa mpaka hapo Okay. Sasa kwa hiyo point hiyo, hilo andiko tu mtu akasema kwa utulivu tu. Okay. Usinihukumu mimi kwa nini? Kwa vyakula. Vinywaji. Sasa hapa tunahukumu? Hapana. Hiyo tu kama tujadili fungu tu, maana Paulo alikuwa anafundisha hoja ya sanctuary message. Okay. Sanctuary message ilikuwa kule unatoa sadaka ya vinywaji. Okay. Unatoa sadaka ya vyakula. Usikie sikukuu za miganda, anapeka chakula. Ukisema ile Walawi sura 23. Ndio. Utaona sikukuu za Bwana ziko 7. Sikukuu za miganda, unachukua unga mwembamba unapeleka mbele za nani? Za Bwana kama sadaka. Okay. Sasa baada ya Kristo kufa, haya mambo yote ilikuwa imeshatimizwa. Yesu ndio chakula cha uzima. Yesu ndio kinywaji. Sasa Wayahudi walikuwa wanaendeleza zile ibada za kutoa vinywaji, kutoa ile mambo ya ibada zile za ambazo zilikuwa ni mifano kutabiri huduma ya Kristo. Maana Yesu anasema kwamba Musa alinena habari zangu. Sasa hapo alikuwa anaongea habari ya kunywa pombe, kwamba usinihukumu kwa kinywaji, ninywe bia. Okay. Ninywe chang'aa, sijui nini na kadhalika, mbege na vitu kama hivyo. Unajua umenipata vizuri paka hapo? Na sabato, nenda kusoma kwenye King James Version. Okay. Neno Sabbath si sabato moja. Imeandikwa ile sabato ya esi ndogo, afu kwa wingi sabato. Sabato, mapumziko yote katika ulimwengu wa Kiyahudi ulikuwa unaitwa Sabbath. Okay. Sasa hapo hapo Ili kwa habari ya amri 10 za Mungu, Mtume Paulo alisema hivi. Ile 7:19 wa Korintho wa kwanza. Sisi hapa tuhukumu, tunafundisha ukweli wa Biblia. 19 inasema kutahiriwa si kitu na kutotahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu. Bali kuzihifadhi amri za nani? Za Mungu. Huyo ni nani? Huyo ni Mtume Paulo. Kwani alikuwa anahifadhi amri za nani? Za Mungu. Si kuvunja amri za Mungu. Kuna mtu anachukua Wakolosai 2:16 kutetea ulaji wa nguruwe na pombe na vitu kama hivyo, au uvunjaji wa sabato, ni mjinga tu. Anatakiwa asome somo linaloitwa sanctuary message. Yaani somo la hekalu ambalo lilikuwa linalenga huduma ya nani? Ya Kristo na majukumu yake mbalimbali. Sasa nafikiri hiyo imekaa vizuri. Sasa tuhame hapo, tumalizie katika kipengele cha mwisho. Ndio. Kuhusu kuna kipengele kinaitwa kuombea, bado kipengele kimoja. Ndio. Hichi tunaingia cha 4. Okay. After meza cha 5. Ndio. Kuombea ama kuomba wafu. Sawa. Kuombea kuomba nini? Wafu. Okay. Tuendelee. Naona kama time imezimika hapo. Sawa, tuendelee. Sasa katika swala la kuombea wafu, Biblia imekataza. Taurati na manabii. Okay. Hebu nisome kitabu kile cha Walawi 19:31. Walawi 19. Sawa. Walawi 19 mstari wa 31 anasema, msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwafuate ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mondokeeni mtu mwenye mvi, heshimuni. Okay. Msiwaendee wenye nini? Hii tutakuja kuijengea vizuri hoja baadaye. Sawa. Sasa soma Kumbukumbu la Taurati 10:8 mstari wa 10 mpaka 12. Kumbukumbu la Taurati 18 mpaka 12. 18. Mstari wa 10 mpaka 12. Mstari wa 10 anasema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu arogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Wala mtu aombaye nini? Aombaye wafu. Sasa naomba uunganisha na andiko hili Isaya 8 mstari wa 19. Mstari wa 19 Isaya 8 anasema, na wakati watakapokuambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi waliao kama ndege na kunong'ona, je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai? Tukupande mpaka hapa Ndio. Hii ni tunakiwa onyo tusiende kwa watu walio nini? Waliokufa. Kwa namna yote. Ndio. Aidha kuwaomba. Ndio.
aidha au sisi kuombea. Sawa. Kwa mtu aliyekufa hajui chochote. Hebu nipe andiko hili kwanza 9. Kwani Mungu anakataza tusiwaendee waliokufa kwa kukuombea ama kuwaomba? Hivi imeweka kwenye kuwaombea au kuwaomba? Maana naona kama imeweka zaidi kwenye kuwaomba wafu. Sawa, sikatai. Sawa. Lakini sasa mtu tunataka ili tujenge hoja kwamba hata kuwaomba ifai. Okay, sawa. 9:5 Mhubiri. Mstari wa 5 anasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana tuzo tena, maana hata kumbukumbu lao limesauliwa. Kwa hiyo mtu akishakufa ana kumbukumbu yoyote. Ndiyo. Kwa wewe ukimuomba ama kumuombea ni kazi bure. Okay. Na ukishakufa bwana simlizi. Ndiyo. Ukishakufa pap, kazi yako imeisha. Okay. Kama ulikufa katika dhambi, utabakia na dhambi hizo mpaka siku ya kiyama. Okay. Kama ulikufa katika haki, utabaki katika nini? Haki. Hapo nikupe andiko hili. Okay. Waebrania 9:27. Waraka wa Waebrania 9 mstari wa 27 unasema, na kama vile watu walivyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Tunakufa mara hii moja. Na baada ya kufa nini? Hukumu. Sasa ukishakufa nini ambacho kinakufuata nyuma? Maana yake hukumu. Unafufuliwa na hukumiwa. Sasa kuna kitu baki kinafuata na wewe. Hebu soma 14:13 kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 14:13. Sawa, anasema nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Kwa hiyo ukifa katika haki, matendo mema yanafanyaje? Yanakufuata. Na ukifa katika dhambi, matendo mabaya yanakufuata. Tuko pamoja mpaka hapo? Ndio. Kwa maana wewe kile unachokitenda duniani, kama ni haki ama kama ni uovu, usiku ukifa yanakuendea. Okay. Sasa mpaka hapo huyu amekufa katika dhambi, unapigwa muhuri pale kwamba huyu ufufu wake ni kwenda jehanamu. Okay. Na huyu ni ufufu wake atakuja kufufuka katika ufufuo nini? Wa uzima. Hakuna chochote, hakuna maombi yoyote ambayo inaweza kukutoa katika hukumu. Japokuwa wafu hawaelewi, lakini Mwenyezi Mungu tunayemwomba yeye si ndio yupo hai. Sisi tunawaombea wale waliokufa. Yeye anaweza kaamua kawapunguzia labda adhabu. Sasa kwa nini upunguze adhabu? Sasa unapunguzwa je adhabu? Na maana unaenda jehanamu tena iko hivi bwana simulizi. Ndio. Maana ukasema kwamba baada ya kufa nini? Hukumu. Sasa mpaka hapo Ndio. Yaani wewe Yesu anasema kwamba ukimwamini mwana wa Mungu, ndio, hauhukumiwi. Usipomwamini umeshahukumiwa. Na ghadhabu ya Mungu inakukalia. Sasa ghadhabu ya Mungu inakukalia ukiwa kutokuamini kwako. Kwa hakuna sehemu ambayo hakuna jambo lolote ama maombi yoyote duniani kwa pastor yoyote ama shehe yoyote ama askofu yoyote ambaye anaweza kumwombea mtu aliyekufa. Sababu mtu aliyekufa asikii, hata kama Mungu anakusikia, Mungu hawezi ameshafunga kitabu. Okay. Ni kama ndio hivyo basi leo hakuna mtu ambaye angeenda jehanamu. Okay. Ukifa tunakuombea. Fundisho la kuombea wafu ni fundisho la kishetani. Okay. Ambayo ni kwa mafundisho ya kipagani ambayo yameingizwa ndani ya hizi dini ambazo za kileo kama Ukristo na Uislamu. Tunaendeleza hizi ibada. Hata Wabuddha na maombi ya wafu. Okay. Washinto na maombi ya wafu. Kila Hindu na maombi ya wafu. Hata babu zetu tunawaomba. Okay. Ama wao tunasema watuombee. Okay. Na Wakatoliki pia mnaomba wafu na wanao wanaombea. Uongo kweli? Kweli. Kwamba mtakatifu fulani utuombee. Na kasha kufa. Ndio. Kwa maana mtu akishakufa, maandiko yanasema hajui neno lolote. Sasa mpaka hapo Ndio. Sasa tuje katika Uislamu. Je, Waislamu wao Mtume Muhammad anakubaliana haya? Sawa. Tufungue kitabu hichi hapa. Bugu Al-Malam, unayo hapo? Okay. Ukurasa wa 222 na 223. Ukurasa wa 222 na 223. Abdullah bin Jafar amesimulia, ilipokuja tanzia ya Jafari alipouawa, Mtume alisema, watengenezeni chakula familia ya Jafari, kwa hakika wamefikwa na jambo linalowashughulisha. Imepokewa na maimamu 5 isipokuwa An-Nasa. Sulaimani bin Buraida amepokea kutoka kwa baba yake, amesimulia, Mtume alikuwa akiwafundisha wanapoenda makaburini waseme, asalamu alaikum, amani iwe juu yenu enyi watu wa nyumba miongoni mwa waumini na Waislamu nasi. Ala akipenda tutakutana nanyi, na muomba ala atugufilie sisi na ninyi. Hapo anaongeza nani?
hapo anawaambia wafu, maana anaongea na waumini kwamba uambie wafu hivi, ukurasa wa 480 ndio naandiko anasema Abdullah ibn Abbas amehadithia Mtume aliyapitia makaburi ya Madina, akayakabili kwa uso wake na akasema, amani iwe juu yenu enyi mlio makaburini, ala atusamee sisi na ninyi, nyinyi ni watangulizi wetu nasi tutakufa karibuni. Kwa anawasomesha nini? Na kuna zipo dua nyingi za kwenda kusalimia wale watu waliokufa katika makaburi. Aisha amesema Mtume amesema, msiwahukumu waliokufa, hakika wao wameyaendea walioyatanguliza. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa hapa nimetoa sehemu chache. Ziko hapo hadithi nyingi ambazo zinaongelea kuhusu kuombea nini? Wafu. Na mbele wale watoleni wa maiti zenu sadaka. Sasa huo ni Ukatoliki pia. Okay. Tutakuja kuangalia baadaye. Sawa. Sababu Wakatoliki ndio ni waasisi. Muhammad amekuja kufuatia nyuma tu. Wakatoliki kuombea wafu umeanza kitambo kabla ya Muhammad. Sawa sawa. Sasa kuna mtu aliyekufa hawezi kuombewa. Sasa nikuulize swali moja mtangazaji. Kwa ufahamu wako mdogo wa Biblia. Ushaona Yesu anaombea wafu? Hapana, labda kwenye kufufua tu. Alifufua. Ndio. Ushaona Musa anaombea wafu? Hapana. Elia? Hapana. Kuna sehemu Mungu aliwaadhibu, usema Hesabu kuanzia Hesabu sura 22 kuendelea. Mungu aliwaadhibu wana wa Israeli walipoenda kula zabihu za wafu. Okay. Yaani wale watu walikuwa na sherekea mambo ya babu zao mizimu. Walipoenda kushiriki ile ibada inaitwa Baali Peori. Baali Peori ni kwenda ili mizimu ya wale mapagani. Mungu aliwaangamiza. Okay. Kwa hiyo Mungu ashirikiana na mambo ya mtu aliyekufa. Sawa sawa. Kuna mtu anaitwa Sauli, alienda makaburini apandishiwe mzuka wa Samueli. Okay. Sasa paka hapo, ile ni jini tulijibadilisha. Kwa maana Mungu alimuua Sauli kwa sababu ya kushiriki ile ibada ya ushirikina na kuomba wafu. Au kuongea na wafu. Kwa hiyo ukisikia necromancer, inatajwa katika ile Kumbukumbu la 18 mstari wa 10 na kuendelea, ni namna ya kwenda kuwasiliana na watu waliokufa. Sawa. Na ukitokea na mtu aliyekufa, anaweza kukuambia maneno fulani fulani, ujue unatokea na mizimu na mambo kama hayo. Sasa Taurati na manabii imepiga marufuku kabisa. Sasa ukiona Muhammad anakubaliana na hivyo vitu na kuombea waliokufa, na yeye mwenyewe anaomba wamswalie. Uongo kweli? Kweli yeye anamsalia mtume. Sasa kama unamsalia mtume, si ameshakufa? Unamsalia kwa nani? Hakuna nabii alikuwa anasaliwa akiwa amekufa. Never and ever. Katika Taurati na manabii. Sasa tumalize katika msingi huu. Kwamba fundisho lingine ambalo ni hatari, ambalo lilipingwa na Taurati na manabii na Injili ya Kristo, ni ibada ya kuwasiliana na mapepo. Okay. Ama na majini. Okay. Sasa paka hapo lakini Muhammad alikuja akayasilimisha nini? Majini. Katika Taurati na manabii habari ya mapepo na majini imepigwa nini? Marufuku. Sasa naomba tumalizie hapa. Sawa. Na hili somo litakuwa limeishia hapa. Sawa. Sasa naomba nisomee maandiko haya. Sawa. Walawi 19:31. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 31 anasema, 31 anasema, msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo atupaswe kuendea wenye pepo. Wenye pepo. Ndio. Haya 17:7 Walawi 17:7. Anasema mstari wa 7, wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao wafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Asante. Kwa maana Mungu ameweka sheria ya milele. Ndio. Kutoshirikiana kutoshirikiana na majini. Kwa hiyo Mkristo ama Myahudi apaswi kushirikiana nini? Na majini kwa namna yoyote, ama kumwendea mtu mwenye pepo. Sawa. Tuko pamoja hapo Na Yesu alikuja kutangua sheria. Yesu alipokuja akatoa amri hii. Mathayo 10. Mstari wa kwanza na wa pili. Sawa. Kuhusu pepo hadi majini. Anasema akawaita wanafunzi wake 12 akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kuponya akawapa amri juu ya pepo nini? Wachafu. Wafanyaje? Wawatoe. Kwa hiyo Mkristo anapaswa kushikana jini. Sababu sheria ya Taurati inasema kwamba ni sheria ya milele. Usikaribie mwenye jini au kuyakaribia majini. Sawa kufanya uhusiano nao wote ule. Okay. Myatoe. Yesu anasema kwa jina lake. Sasa tuje hivi. Muhammad amefuata hiyo sheria ya Taurati
kulingana na 5:43 kwenye Qur'ani kwamba anasadikisha ya manabii na mitume? La. Na vitabu viko hapa bwana simulizi. Sawa. Naomba nisomee afu tumalize hii debate yetu. Sawa. Kwanza tusome Qur'ani. Okay. Qur'ani ngapi? Tusome 72 surati Jini. Ndani ya Qur'ani kuna surati Jini, sura ya mapepo. Ndiyo. Tuko pamoja eh? Ndiyo. Sasa mstari wa kwanza mpaka wa 3. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza na likasema, hakika sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu. Inaongoza kwenye uongofu, kwa hiyo tumeiamini, wala hatutamshirikisha yeyote na Mola wetu mlezi. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu mlezi umetukuka kabisa, hana mke wala mwana. Ana mke wala mwana. Wala mwana. Yeah. Mstari wa 4. Wa 14. Sawa, mstari wa 14 anasema, na hakika wamo katika sisi Waislamu na wamo kati yetu wanaoacha haki, basi waliosilimu hao ndio waliotafuta uongofu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani majini yamesilimu. Tuko pale mpaka hapo. Majini yamefanyaje? Yamesilimu. Yamesilimu. Sasa naomba unisomee baadhi ya vitabu hapa. Kitabu kinaitwa Upanga Mkali. Sawa, kitabu kinaitwa Upanga Mkali wa kupambana na wachawi waovu, ukurasa wa 25 na 26. Anasema, Abdullah bin Masudi amesimulia, tulikuwa pamoja na Mtume usiku mmoja, mara tukamkosa. Tukamtafuta katika majangwa na mabonde, tukasema ametekwa na ameuliwa. Tukalala usiku mbaya waliowahi kulala watu. Kulipopambazuka tukamwona akija kitokea upande wa Hira. Tukamwambia, ya Rasula, tumekukosa na tumekutafuta, wala hatukukupata. Tukalala usiku mbaya waliowahi kulala watu. Mtume akasema, nilijiwa na mhitaji wa majini, nikaenda naye nikawasomea Qur'ani. Tukaenda naye akatuonyesha athari zao na athari za mioto yao, wakamuomba akiba. Mtume kawaambia, nyinyi mna kila mfupa uliotajiwa jina la Allah juu yake, utakaoangukia mikononi mwenu, wenye nyama, na kila samadi ni chakula cha wanyama wenu. Mtume akatuambia, basi msichambe kwavyo, kwani ni vyakula vya wezenu. Mwasikia panzo hiyo? Okay. Muhammad aliitwa na jini lilimfuata Muhammad. Okay. Likaenda kumwambia akatufundisha nini? Qur'ani. Kwa Muhammad akachukuliwa na jini akaenda katika ulimwengu wa majini, akawafundisha Qur'ani. Na majini wakaanza kulalamika. Okay. Kwamba bwana, ndugu zetu kule Waislamu wenzetu wa kibinadamu wanachambia mifupa ambayo ni chakula chetu na samadi sio na kadhalika. Kwa hiyo akaja akawaambia, jamani, wale ndugu zenu wa kijini wanasema msitumie hiyo mifupa kuchambia, ni chakula chetu. Okay. Kwa anaweka uhusiano kati ya majini na wanadamu katika Uislamu. Sawa. Hiyo inaitwa Upanga Mkali. Sasa hizo ni nukuu zote za hadithi. Sasa kwa picha hiyo blaza, utasema Muhammad alitembea na Musa na manabii? Kwa kushirikiana hivi na majini sioni kama kina Musa walishirikiana. Sasa kitabu hichi ni maisha ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kimeandikwa na mtungaji kazi Sheikh Abdar Saleh Farsi ambaye ameandika hiyo Qur'ani. Sasa soma hapo ukurasa wa 67. Okay. Kitabu ni maisha ya Nabii Muhammad, mtungaji kadhi Sheikh Abdullah Saleh Farsi, Zanzibar. Ukurasa wa 66 au 67. Anasema katika aya ya 3, katika safari yake ya kurejea Taif ndipo walipomjia majini wakasilimu, kama inavyoonyesha haya sura 72 ambayo inaitwa Suratul Jini. Majini ni viumbe vyepesi vinavyokaa angani, havina viwiliwili, kwa hivyo haviwezi kuonekana na wanadamu, ila vinapojibadili kwa umbo lenye kiwiliwili, na vina uwezo huo wa kujibadili sura ya kuweza kuonekana. Wao na mashetani wana asili moja. Wale wema wanaofuata amri za Mungu huitwa majini, wale wanaodhuru huitwa mashetani. Hawa majini, ingawa wengine ni Waislamu kama sisi, lakini hukumu zao ni mbali na hukumu zetu. Tosha. Kwa hiyo kwa mjibu wa Sheikh Abdullah Farsi, kuna majini Waislamu Muhammad aliwasilimisha akiwa anaelekea kule Taif. Ambao kwa bidii kumchukua kwenda kuwasomea Qur'ani. Anasema kwamba majini na ibilisi wana asili moja. Sasa kwa hiyo kwa picha hiyo hakuna mtume aliyesilimisha majini. Zaidi ya mtume.
Torati na manabii na Injili zinakataza kabisa ushikamano huo. Sasa tusome hichi kitabu pia. Okay. Ukurasa wa 20. Kisome juu hapo. Kitabu kinaitwa Asili ya Majini, Vitimbi vyao na Namna ya Kujilinda dhidi yao. Mwandishi ni Ahmad Sakri. Ukurasa wa 20. Cha kusikitisha ni kwamba shetani na paragraph ya mwisho hapa. Ya mwisho inasema ni bahati mbaya kwamba Adam na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada za kumwezesha shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na kuwa Waislamu. Ni Mtume Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu. Pia tunaweza kuelewa kwamba baadhi ya watoto wa majini walisilimu tangu wakati wa uhai wa Mtume kwa kusikiliza kisomo cha Qur'ani tukufu. Umesikia point hiyo? Ndio. Sasa Waislamu wengine wakasema kwamba Masawe na wengine mtu tunashikashifu nini Uislamu. Mimi nimetoa nukuu ya vitabu ambavyo vinasadikisha hicho ambacho nimekisema. Wao kwenye hapo wanasema Mtume alimsilimisha shetani wake yeye. Wanasema ni shetani yake yeye mwenyewe, sio mashetani wote au mashetani wengine au shetani wa mtu mwingine, wa kwake yeye. Wanavyosema kwa imani kwamba mtu unapozaliwa tu kuna shetani ambaye anakuwa assigned kwa ajili ya kazi ya kukupotosha. Kwa hiyo yeye alimsilimisha. Hiyo paragraph inasema Adam na Hawa na waliopita walishindwa kumsilimisha nani? Shetani na wanawe. Lakini Muhammad ndiye aliweza kumsilimisha nani? Shetani na wanawe. Mbona Kiswahili kinaeleweka? Sasa kwa kumalizia hicho kitu. Ndio. Hicho kitabu inaitwa Ulimwengu wa Majini na Vituko vyake. Ukurasa wa 61. Sasa mara nyingi Wakristo tunasema kwamba Uislamu ni dini ya majini. Na tumesoma hapo majini wamesilimu. Ndio. Kwa majini wakiulizwa dini yako ni ipi, utasema nini? Waislamu. Mtume wako ni nani? Mtume Muhammad. Mungu wenu ni nani? Allah, si ndio? Wasema tumekashifu. Lakini sije Waislamu au mashehe wanasemaje? Lakini nafikiri labda watakuwa wanasema umekashifu wale ambao hawasomi. Lakini wale mashehe wote si wao wanakubali tu kwamba majini Waislamu wapo. Yaani hawana shida na hilo kwamba dini ya Uislamu ni dini ya majini. Hiyo hawana wasiwasi nayo. Hata Sheikh Rusaganya tunamfahamu? Ndio. Na kuna shehe mmoja anaitwa nani, nimemsahau jina, wa Bakwata pale. Okay. Alisema kwamba mimi kuoa jini si makosa. Yaani kwamba wanaruhusu kwamba usioe, lakini kama ukioa si dhambi. Akasema mimi akija jini mzuri, mwanamke nikampenda, naoa. Okay. Hiyo video ziko zilisambaa sana hapa. Ni shehe wa Bakwata. Hata yule Sheikh Rusaganya alisema kwamba alitoa kisa kwamba mahusiano kati ya jini na mwanadamu. Okay. Na akasifia kitendo hicho na akatetea kwa hoja kwamba unaweza akawa na walii, yani walii katika ndoa akaozesha ile ndoa. Okay. Baina ya jini na mwanadamu. Sawa? Na alienda kule Ija Maka, kuna msikiti unaitwa msikiti wa majini. Okay. Kule Maka, hapo Taifu hapo. Okay. Na akaelezea kwamba humu ndani ukiingia utakutana na vitu vya ajabu ambavyo vinasali mle ndani. Na ukikiona usishtuke. Na shehe mmoja anaitwa Kipozeo, unamfahamu? Ndio. Alitoa kisa juzi hapa kwamba naye alienda kule msikiti wa majini akakuta kuna kitu kikio pale na akasali nacho. Na akatoa akasimulia hicho kisa na ikawa bashasha ndani ya msikiti na wakafurahia. Unaona? Okay. Watu wanatamani kuona hicho kitu. Kwa maana huo uhusiano uko na unasimuliwa baadhi na viongozi. Sasa wao wakuu wanasemaje? Soma ukurasa wa 31. Soma juu kwanza. Kitabu kinaitwa Ulimwengu wa Majini na Vituko vyao, ukurasa wa 31 nasema ibada iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Jambo hili limesababisha wasiokuwa Waislamu kuikashifu dini ya Kiislamu kwa kudai ni dini ya majini. Hatupingi, kwani majini miongoni mwao wapo Waislamu na wala hawana kitabu ila Qur'ani na hawana mtume ila Muhammad. Mwana point hiyo? Ndio. Au ni wasomi wanasema hawapingi. Ndio. Kwa hiyo wale ambao wanasema kwamba huyu anaweza kuwa na kashifu dini yetu, lakini mashehe wanasema kwamba sisi hatufanyaje? Hatupingi. Okay. Kweli majini miongoni mwao ni Waislamu na wana mtume ila Muhammad na hawana kitabu ila nini? Qur'an. Sasa kwa hiyo kumalizia hichi kipindi chetu, ndio swali kwamba je, yani hoja imejengwa Muhammad alipinga Torati na manabii na Injili. Kwa nukuu ambayo nimezitoa na hoja ambayo nimejenga zinaonyesha bayana Muhammad amekinzana na manabii waliopita ikiwemo Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe mtangazaji, nicho kijenga hoja katika vitabu ambavyo nimevitumia, wewe umeonaje? Nimeona ni hoja nzuri. Nafikiri tukipata nafasi Waislamu nao wanaweza kujibu, kwa sababu mimi kidogo elimu
kwangu ina yumba yumba, naweza nikawa naona ulichojenga ni kikubwa sana, lakini nikakutana na Muislamu akanielekeza tu kwamba mwenzako akukufunulia sehemu fulani, ukifunua hapa utaelewa kwamba hiki kilichozungumzwa ni kipi na wala hakupingana na manabii wengine. Asante. Hiyo tunawachia walimu wa Kiislamu. Lakini hapa mimi sijajenga hoja za kwenda kubishana. Sawa. Nimetoa nukuu, sawa, na nimetumia vitabu ambavyo kwa hapa. Na mimi napenda sana kwa sababu napenda kusoma vitabu. Na napenda kununua vitabu. Vitabu nimenunua katika bookshop za Muslim, na mtu yote akitaka kama iko mbali naweza nikamuunganisha sehemu akavipata au kwa vinginevyo. Na pia na waasa pia Waislamu wasishie tu kupiga maneno. Wanunue vitabu. Wengine wanavikataa hivi vitabu. Hivi vitabu kwa nini unavikataa? Hizi ni hadithi ambazo zimetoka katika mahadithi kubwa. Hata hao ambao wanazungumzia hizo hadithi za Sahih Buhari. Ndio. Ukipata ile seti yake nzima ni kama 230,000. 290,000. Ile seti nzima ya Sahih Buhari. Hapo ujiongeza Sahih Muslim, ujiongeza vitabu mbalimbali vya kina Ibn Kasir, ni maelfu ya pesa. Unaona? Najua wengine huo uwezo hawako nao. Lakini hivi vitabu hivi ambavyo kama ile Al-Lulu wal Marjan. Hii imekusanya hadithi si zote, lakini nyingi za Sahih Buhari na Sahih Muslim. Msuni anaelewa anaposema Sahih Buhari na Sahih Muslim. Ingawa kuna Waislamu maamuma ambao ukisema hadithi zile nzito wanasema kwamba hizo ni hadithi dhaifu ama umetunga wenyewe ama Wakristo wametunga. Mimi situngi, sina uwezo wa kutunga, nimenukuu vitabu kama hivi, nanunua kwa pesa. Unaona? Nifikiri kitabu ni kama shilingi 35 bila shaka. Sasa kwa hiyo wasome vitabu vyao, wataona ambayo tunayasema. Na pia nawaalika wasiishie tu kuona Ukristo katika namna moja au nyingine, wachukue vitabu vya Wakristo. Wakristo wako wengi, chukua vitabu vya Wakristo, soma, jenga nini? Hoja. Chukua Biblia, usikalie tu usubiri walimu tu wao miazala, kubishana huku na huku kasikia raha tu kwamba huyu kamshinda huyu kasikia la. Soma vitabu kwa manufaa yako binafsi ili upate uelewa na ufahamu kuhusiana na Mungu wako, namna ya kumcha. Hizi dini zimekuja na zimeletwa na watu. Tuko pamoja mpaka hapo? Tunapaswa kufanya study ili kupata uhakiki. Usiishie tu kwamba mimi nimezaliwa kwa Mkatoliki, nimezaliwa kwa Muislamu, Sabato, sijui nini na nini na nini. Hakuna dini ya kuzaliwa bwana Simulizi. Hiyo ni dini ya baba yako. Inatakiwa wewe ukae chini uangalie baba yangu alichokiamini ni sahihi. Ukigundua ni sahihi, kaa hapo hapo. Usipogundua ni sahihi, hamisha vilago. Kwa hiyo tusome na Watanzania wengi ni wavivu. Mfichie hela kwenye kitabu. Umemaliza kila kitu, kufundisha hicho kitabu. Hela itakuwa iko salama kabisa. Ni wavivu kusoma. Kwa hiyo nawaasa watu tusome, tujenge hoja hizi. Kwa hiyo nawaalika wote ambao watachallenge hoja zangu hapo. Na bado kuna masomo mengine mbalimbali yako. Na pia nawaalika pia katika peji yangu ya Jeff Masawe, njoo tufanye michanganuo mbalimbali, toga hoja mbalimbali, taarifa mbalimbali za dunia na michanganuo vitu mbalimbali. Na pia na vitabu mbalimbali navitoa kwa ajili ya ufahamu mbalimbali. Na naandika vitabu vingi sasa na nitakuja kuvitangaza kupitia channel ya Simulizi na channel zingine ili watu waweze kusoma study ambazo nitakuwa nazifanya. Mungu awabariki. Amina. Kama tembelea channel yetu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.